kinyo une kele akuna carrier bag. Ele leo bo amekuja tu, lakini matinye kei tiondo kanyo buch ageut ne label. Jaribu kulete kitu hata kama ni kidogo, ingiza hapo kwa carrier bag na ulete namna hii. Akiona green carrier bag hivi anajua there is something. Hata kama ni mkate nusu uliomba kwa mtu, weka hapo ulete. Beana na kusema ndio hiyo kitu. Watu wa kule kidogo. Mama anakutorogu, anakuja kotoroji ni yumbo gate. Ule wangu yule anakuja mpaka gate kufungulia mimi. Because sisi hatuna security. Unajua nyinyi wengine mko na watu. Mapewa hiyo na kufunguliwa. Lakini yetu Chapioso ndio nakuja. Madam yangu nakuja kufungulia mimi gate. Huyu anafungua, hata jana alifungua gate. Na akasimama hapo kwa gate, nikamwangalia, nikamwambia hi dear, na nikatoa carrier bag. Kupatia carrier bag, tulienda kwa nyumba kwa amani na tukakula pole. Na ndio tumekuja na yeye mpaka hapa leo. So that is our responsibility. Now, because I'm not taking too long, I want to say, dunia hii tuko na shida. Psalm 18 verse 4 and 6 to 6 inasema, the cords of death entangled me. The torrents of destruction overwhelmed me. And verses 5 akasema, the cords of the grave coiled around me. The snares of death confronted me. But in verse 6 akasema, but in my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears. Akasema, katika dunia hii I'm surrounded by cords of death. They entangle me. They want to funga mimi. They want to finya mimi. They want to kill me. These cords of death and the cords of the grave are coiled. They coil around me. You try all means to stop death coming. But it comes anyway. Because there are cords of death that can entangle us na kutufunga na kutufinya. Daktari wamejaribu, kila mtu wamejaribu. Tumekula hii, dawa ile, tumesunguka India, tumeenda kila mahali. Lakini these cords inasema hatutoki na inatufunga. At the end of the day, wakati nyingi inatuweza. But the Bible tells us in verse 6 that there is hope. There is hope beyond the grave. There is hope beyond this death. This death kills only the body. But the soul of this man is not here today. He is not here. Vincent is not here. His body is here before us, but his life and his spirit is before the Lord. Because anasema, in my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. And from his temple he heard my cry. He heard my voice. Alisikia sauti yangu na akaniokoa. Akaokoa uzima wangu. Hata kama aliwachilia mwili yangu iende to the grave, lakini aliokoa uzima wangu. Uhai wangu haimo hapo. Alinipeleka, nikaenda, aliposikia kilio changu. And I believe he cried to the Lord at that time. We cry to the Lord in many ways. We have plenty of time to say to the Lord, please Lord, listen to me, save me now. Usinyamaze mpaka kufa. Kuna watu wengine wananyamazanga mpaka kufa. Lakini kuna watu wengine wanaona hii kitu imekuja sana. Nasikia ikinifunga.
nasikia ikiendelea kunifunga, na mtu anaanza kusema, jameni, naona hii kitu ni serious. Na unaanza kuongea, na usiongee kulalamika, ongea kuomba msamaha, ongea pia kutafuta uzima wa milele. Sema kitu kwa Mungu. Even if you whisper a word to the Lord, He listens to that word. He saves you from that word. Ukisema tu, Mungu niokoe, that is enough. Kwani yule mwizi aliwekwa msalabani pamoja na Yesu. Kwani alihubiriwa na nani? Nani alimhubiria msalabani? Alikaa pale akisema, we are dying now. Hii ni kukufa tu, hakuna namna ingine. Lakini akapinduka tu na akamwambia Yesu, unikumbuke huyu mahali unaenda. Hata sijui unaenda wapi, lakini ukienda huko wewe kumbuka mimi. Yesu pia akapinduka na akamwambia, hakika leo wewe utakuwa pamoja na mimi paradiso. Bwana asifiwe. Nobody preached to him, but he gave his life to Jesus on the cross. That last minute akasema, sitakufa hapa kama mwizi, nitakufa nimebadilika, nitakufa nimeokolewa, nitakufa nikiwa mtu mpya kwa huyu. Hata kama wengine wanajua mimi nilikuwa mwizi, lakini huyu atanipeleka kwake. Na akapelekwa paradiso. So you have an opportunity. Say to Jesus, save me. Save my soul. I need you. Even this last minute. Even on my dying bed. Save me. And I believe our son here spoke to the Lord in that way. I believe something happened. Now, in conclusion, therefore, Psalm 23 verse 4, the writer said, that is David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Mimi ninajua, nijapopita kwenye bonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe uko pamoja na mimi. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Mimi nataka tuwe comforted by the rod and the staff of Jesus Christ. Jesus has power to take away the pain. He has power to take the pain from your souls, from your hearts, family. He has the power. He is able. He did it before, and he can do it today. He can do it today here. Anaweza kuwafariji. Anaweza kuwatia nguvu. Anaweza kuwahudumia kwa njia ya ajabu. So for this, God is our God forever. Hata tukikufa, shetani anajaribu kutumia mbinu zote ati sisi tulalie upande wake, tunakataa. Tunakataa. Nafurahia Deputy President hapa. Niliwaombea siku ile kwa Cabernet. Na bado nawaombea. Na nakumbuka maombi hayo naye ilifanya kazi na imewaletea ujasiri. Nasikianga ukisema hiyo tumekataa. Unasikianga ukisema hiyo tumekataa. Hiyo vitu ya wengine wanapanga mchezo tumekataa. Na hata hii kifo tumekataa. Mwili itaenda, lakini mioyo yetu tumekataa, haitakufa. Amen. Mambo mchezo ya shetani tumekataa. Yes. Tuko na uwezo ya kusema hatuendi njia hiyo, hatufanyi hivyo, tumekataa. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end, even unto death.
He will be our guide. So, family, and all the mourners here today, sisi tushike huyu Yesu, tushike huyu Mungu wetu, tumpende kwa mioyo yetu, na tuishi vizuri. Tuishi vizuri. Na tupendane. Tuache chuki chuki. Tuache kelele kelele. Tuache matata matata. Tupendane na tusonge mbele. Because hii maisha ni fupi. Tufurahie maisha ile Mungu ametupatia kwa muda huo mfupi, ili siku moja we will celebrate and say Mungu ametubariki. May the Lord bless us. May the Lord bless my brother Cherorot and his family. May the Lord keep you. May the Lord be with you. May he remain in the family to help and to strengthen, to encourage. So we thank God because his word is powerful. It comforts us. Let us pray. God, our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we come before you this hour. We know we are sorrowing. We are grieving. The family is grieving in a big way. They know the loss they have encountered by the passing on of this young man. But we want to thank you, because even when the cords of death entangle us, when these cords of the grave come before us and entangle us even to the point of death, our spirits are free and they come before you. We thank you because Jesus Christ, you overcame death. You conquered it even after that cross. They thought you were dead, but you resurrected on the third day to give us hope, hope forever. And even us, we will not die. We will only sleep. And one day we will resurrect and be with the Lord Jesus Christ forever. So we thank you for your word. Tunaomba uendelee kufariji familia, kutia moyo na kutia nguvu, siku zote wakutegemee. Basi utuongoze katika ibada hii mpaka mwisho. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. I now ask the family to move forward. Musonga hapa mbele. As I request my colleagues from
kule kidogo. Mama anakutorogua, anakuja kotorochi ni yumbo gate. Ule wangu yule anakuja mpaka gate kufungulia mimi. Because sisi hatuna security. Security, unajua nyinyi wengine mko na watu. Mapewa hiyo na kufunguliwa. Lakini yetu Chapioso ndio nakuja. Madam yangu nakuja kufungulia mimi gate. Huyu anafungua, hata jana alifungua gate. Na akasimama hapo kwa gate, nikamwangalia, nikamwambia hi dear, na nikatoa carrier bag. Kupatia carrier bag, tulienda kwa nyumba kwa amani na tukakula polepole. Na ndio tumekuja na yeye mpaka hapa leo. So that is our responsibility. Now, because I'm not taking too long, I want to say, dunia hii tuko na shida. Psalm 18 verse 4 and 6 to 6 inasema, the cords of death entangled me. The torrents of destruction overwhelmed me. And verses 5 akasema, the cords of the grave coiled around me. The snares of death confronted me. But in verse 6 akasema, but in my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears. Akasema, katika dunia hii I'm surrounded by cords of death. They entangle me. They want to funga mimi. They want to finya mimi. They want to kill me. These cords of death and the cords of the grave are coiled. They coil around me. You try all means to stop death coming, but it comes anyway, because there are cords of death that can entangle us na kutufunga na kutufinya. Daktari wamejaribu, kila mtu wamejaribu, tumekula hii dawa ile, tumezunguka India, tumeenda kila mahali, lakini these cords inasema hatutoki na inatufunga. At the end of the day, wakati nyingi inatuweza. But the Bible tells us in verse 6 that there is hope. There is hope beyond the grave. There is hope beyond this death. This death kills only the body. But the soul of this man is not here today. He is not here. Vincent is not here. His body is here before us, but his life and his spirit is before the Lord. Because anasema, in my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. And from his temple he heard my cry. He heard my voice. Alisikia sauti yangu na akaniokoa. Akaokoa uzima wangu. Hata kama aliwachilia mwili yangu iende to the grave, lakini aliokoa uzima wangu. Uhai wangu haimo hapo. Alinipeleka nikaenda aliposikia kilio changu. And I believe he cried to the Lord at that time. We cry to the Lord in many ways. We have plenty of time to say to the Lord, please Lord, listen to me, save me now. Usinyamaze mpaka kufa. Kuna watu wengine wananyamazanga mpaka kufa. Lakini kuna watu wengine wanaona hii kitu imekuja sana. Nasikia ikinifunga. Nasikia ikiendelea kunifunga. Na mtu anaanza kusema, jameni, naona hii kitu ni serious. Na unaanza kuongea. Na usiongee kulalamika. Ongea kuomba msamaha. Ongea pia kutafuta uzima wa milele. Sema kitu kwa Mungu. Even if you whisper a word to the Lord, he listens to that word. He saves you from that word. Ukisema tu Mungu niokoe, that is enough. Kwani yule mwizi aliwekwa msalabani pamoja na Yesu, kwani alihubiriwa na nani? Nani alimhubiria msalabani? Alikaa pale akisema we are dying now. Hii ni kukufa tu. Hakuna namna nyingine. Lakini akapinduka tu na akamwambia Yesu, unikumbuke wewe mahali unaenda. Hata sijui unaenda wapi, lakini ukienda huko wewe kumbuka mimi.
Yesu pia akapinduka na akamwambia, hakika leo wewe utakuwa pamoja na mimi paradiso. Bwana asifiwe. Nobody preached to him, but he gave his life to Jesus. Omi tugule. Onde baraka ut pick up Kericho. Bas. Tamwa mwa ngolionda ni sotabot. Kaituyech lakwetab Cherorot. Nekikuren Vincent. Mi kandoik kyok chemi yu. Kimache kotuyech tuguk kora chekororon akeiku kit agenge ko ki Kericho. Abwati ale okase. Kimache kotuyech tuguk chemiachen en nganaset ne mining akoi neo akeratake keiku kit agenge asikebor en emoni. Namba aeng, mi kit nekekuren employment. Kesir biik. Akwamun ak kiboitiotab Jehova ang'ololi akokose Jehova. Mi korik kemuche kikisir lakwet netai akoi nebo let. Ako mi families chetom kesir lakwet akot agenge akikonyor degree. Ako ndanyor chun chemiachen akwamis akobanondos biik en nganaset amami netoreti kayatok ko biret konyonjin echek tugul. Kokas biikab Kericho, governor, tonon. Bichu ko chekuk tugul. Tugul ako non ingwole. Ako nan koyan ako nwach. Ako non menye kotab suswek ak nebo kibatit ak koita. Rat bichu ko agenge ako konin Jehova ngeleta ne kararan. Sikobor emoni. Mine bole ama mine matwegu. Mine matinye kweyot ako mine tindoi. Ako tugul ko kibir kura. Ako ba Kericho. O kale anjo ba mwaunan. We need what we call justice and fairness to everybody. The issue of employment in a country is very pathetic. Very pathetic. You get a family, 10 of the family members are employed. The rest of the people in the society, they are not employed. They all cry, they walk up and down every morning, especially to us people who are in Nairobi. Atu wakikupata kwa street, anafikiri wewe ni Mungu wao. So we need to deal with that thing once and for all. Do justice for all and fairness. Then God will come down from heaven and bless this country. And God will bless you leaders. Treat everybody fairly and equal. Do it right, and God will do it right for all of us. Thank you so much. Basi asante maaskofu wetu. Wakati kwa ruhusa, nikipenda nikaribishe Karanja, Josephat Karanja Nkolapo, alafu wakati wanapoendelea tuwaenda kutoa. Thank you very much. Tushukuru sana kwa kanisa. Karanja, tutakupatia nafasi. Nataka kama uko karibu tafadhali usongee mbele. Tunafika mahali pa kuendelea na shughuli yetu, na nataka familia mkuwe tayari, lakini kwanza ningetaka Fancy Tion, tafadhali ukuwe tayari. Njoo tu hapa Fancy Tion. Ili utatusomea eulogy, alafu tuendelee. Ndugu yetu Karanja, kuna nafasi yako, napatiwa instructions kutoka hapa tafadhali.
Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Mr. Rigathi Gachagua, family members of Honorable Joseph Cherorot, and other protocols observed, good morning. My name is Fanis. I'm going to take you through the eulogy of the late Advocate Vincent Kipkoech Mutai. Birth and family. The late Vincent Kipkoech Mutai was born on 3rd September 1984 in Cheres Village, Londiani, Kericho County. He was the firstborn son to Honorable Joseph Cherorot and Mrs. Lily Cherorot, husband to Felista Zingina Mutai, and loving dad to Stacy Cheptoo Mutai, brother to Wilter Cherorot and Leonard Mutai, son-in-law to the late Joseph Nyamai and Miss Florence Nyamai of Kitui County, brother-in-law to Evelyn Gaki Mutai, the late Mary, the late Susan, Esther, the late Man Henry, Mike, Valerie, Faith, and Beatrice. He was uncle to Jaden Mutai, Jason Mutai, Tayson, and many others. Education. Vincent began his early education at Kamwingi 2 Primary School, then Londiani Academy, and proceeded to Highlands Primary School in Kericho, where he sat for his KCPE examination in 1998. After an exemplary performance, he joined Lytton High School and sat for his KCSE exam in 2002. After this, he joined Kampala International University, Uganda, where he pursued Bachelor's of Law and thereafter did his Master's in Business Administration. Vincent joined Kenya School of Law for the postgraduate diploma between 2008 and 2009. He was admitted to the Bar of Advocates of the High Court of Kenya on 5th April 2012. Hobbies. Vincent was a good basketball player and he also loved football. He was an ardent Chelsea fan. He and his siblings enjoyed having nyamachoma at any given opportunity. On one of his work-related travels, he brought a whole mbuzi from Isiolo and filled up his mom's freezer. Wherever there was any family trip or outing, Vincent was always the first to choose the venue and the place. Career. Vincent started his early career life at LR Kipsang and Co Advocates Nakuru, then RK Advocates Nairobi, and thereafter joined Viva Africa Consulting in 2010, where he worked as a legal, tax, and financial consultant. On 15 February 2019, he was promoted to be an associate director of the Viva Africa. Early this year, Vincent started his law firm, known as V. Mutai Advocates, with his office based in Oloitoktok, where he worked until his demise. Marriage and family. Vincent met the love of his life, Felista Zingina Mutai, in 2009. He got married and they were blessed with one wonderful daughter and named Stacy Cheptoo Mutai. He enjoyed good family life and he was a responsible husband and father. Christian life and character. Vincent was brought up in AIC Itoik, where he attended Sunday school and grew up as a member. He later joined AIC Kericho Town, where he was baptized in the year 1996 by Reverend Charles Omego. Vincent was a quiet gentleman to the public, but was social, humorous with the friends and people he was familiar with. He was a man with a kind heart towards both the elderly and the young people. He was a good environmentalist. Life lessons passed on to those he cherished: honesty, hard work, consistency, and patience. Health and final moments. Vincent enjoyed good and healthy life until last year, April, when he got sick and was admitted at the Mater Hospital for 1 week. He was discharged and carried on with his normal life. Among the hospitals which Vincent sought treatment were AAR Nakuru, AAR Nairobi, Dr. Gethaura of High Ridge, Valley Hospital Nakuru, and Aga Khan Nairobi Hospital. On Tuesday, 29th August 2023, while he was in his house at Loitoktok, Vincent fell sick and was rushed to the hospital, where he was given medical attention at 5 a.m. While the preparations to transfer him to Nairobi for further treatment were underway, he rested at 7:30 a.m. As we lay Vincent to rest, we appreciate the doctors who attended to our beloved son, Vincent. We also appreciate in a special way the group of Jackson Koske, Shadrach Keter, Collins Kirui, Hilary Cheriot, Robert Bate, who volunteered to donate blood in order to save the life of Vincent. Special thanks to friends led by Senator Aaron Cheriot, Senator Hilary Sigei, Honorable Kibet Komingoi,
PS Dr. Paul Rono, KCC MD Sigay, Speaker Patrick Mutai, Geoffrey Rono, Pavin Sigay, Anto, and many other friends who came to condole with us at Lee Funeral Home on Tuesday night when Vincent's body was being brought in, without forgetting everyone who sent their message of condolences. Revelation 14:13. Blessed are those who sleep in the Lord. Thank you. Kwa muda huo tunataka kutoa sadaka na naomba Ashas tafadhali kujeni hapa mbele. Agerein kagoroige gavana na Kericho, so ndechi tu leutin. Kila mtu angalia mfuko ya left ama right. Karanja tafadhali na timu yako kuja tuimbe ili tukitoa sadaka. Nilikuwa nimewaita tafadhali. Nilikuwa nimewaita tafadhali. Arabla nje kuma chakita ba to sorasa kenget ya ka guri ni nyon reu amun reu mi chito ne bo emet. Main no ne go manamboi. Le ganye kora le ka guri le sina manyi ngeti nyo. So tafadhali kuja tuimbe peana sadaka. Kule nyuma kuna Ashas tafadhali. Nafikiri pia kanisa mmejipanga kule nyuma ili tuendelee. Arabla umepeana huko. Mko na tinda? Hoja siku hizi watu watembei na pesa, wanatumia till number ama, lakini sasa kwa sasa omba rafiki yako akupatie. Ndio tuweke yote safari moja hapa. Arabla tafadhali na kungojea na timu. Mchungaji Pastors Robert Koech na Ruben Chirchir. Joseph Koech na Ruben Chirchir, tafadhali msikuja hapa mbele, endeni kule nyuma ndio mchukue sadaka. Asante, shukran. DJ tafadhali, twende.
Kama mnapiga mkono piga. Yes, thank you very much. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hiyo wimbo ilitungwa specifically for Mheshimiwa Cherorot na familia. Hawa ni muungano wa makwaya wa hii area ambao wanaimba wimbo. Wamekutana, kila mtu kuna nyimbo zake hapo, lakini amekutana kuimba nyimbo. Kwa sasa tunaenda kwa mazungumzo ya familia, na vile nilivyosema ratiba yetu itakuwa fupi kwa sababu ya hali ya anga na vile vile usafiri kwa watu wa katikati ambao wanaenda Hustlers hapa chini usinyeshewe. Naomba Mheshimiwa Cheroro tafadhali njoo ili uite familia yako na uongee, alafu tuendelee. Karibu sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mwana CS Murkomen, our Governor Daktari Mutai, our Women Rep, naona Mheshimiwa wakiongozwa na jirani yangu Mheshimiwa Hilary Koskei na wale wengine wote, and all protocol observed. Wacha ni wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Hebu Bwana asifiwe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakushukuru vile umekuja kuomboleza nasi, umekuja kuungana nasi, na tunasema asante. Nataka niwaonyeshe familia yangu, the nuclear family, wapate kuja hapa mbele. Hawakuwa na maneno mengi. Tulikubaliana kama familia niwe nikiongea mengi na aongee machache. Hebu kujeni. Mama, mkuje. Pia family ya Arap Chemor
Mheshimiwa Naibu wa Rais na wageni, hii ndio familia yangu, na ningependa kusema wakati mambo haya yalitendeka, when we lost Vincent on Tuesday early morning, we were all together. Wakati tulipata ujumbe, sijui vile tuliungana, lakini yote ni kwa sababu Mungu anaelewa. Hapa huyu ndio mke wangu Lily Cherorot. Nafikiri atakuwa na jambo la kusema. Vile Bishop Kotuta alikuwa anataja kuhusu wake, acha niambie hata sisi tunafunguliwa gate na wake zetu. Karibu. Bwana asifiwe. Basi wacha nichukue fursa nipate kumshukuru Excellency Deputy President na wageni wote ambao wako pamoja nasi siku ya leo. Tunataka kuchukua fursa kusema asante kwa kusimama nasi. Asante sana. Asanteni sana. Wale tulikuwa na pamoja kwa wale tumekuwa pamoja nyumbani, hapa nyumbani na kila pahali. Wale watu tulitupatia messages, masimu. Wacha niseme tu asante. Asanteni sana. Na tuliwashukuru. Tulijua kweli tuko na marafiki. Unajua sasa ile unatembea ama saa ile wakati wa furaha, ujui kama ni marafiki ama ni, lakini wakati uko na shida ndio wakati huo sasa ndio utajua uko na marafiki. Na ni asanteni sana. Wale wa hapa nyumbani, wa Nairobi, wa kila pahali. Asante sana. Deputy President, pelekea Our Excellency Daktari William Ruto, asante yetu. Tuliongea akasema atakuja, lakini ambia tulishukuru. Na tulipata pole zake na ni asante. Asante sana. Nilikuwa nimeambia nyinyi hao wana maneno mengi. Felicitas ambaye ni mke wa Vincent, Joe useme jambo, mkifuatiwa na Stacy. Your Excellency, our dear Deputy President, the MPs, the honorables who are here present with us, our bishops, family and friends, praise God. I take this opportunity to give you thanks for joining us during this moment. It has been a tough week for us and the family, but I thank you all. You've stood with us from Lee, home, at the Harambe, and here today. I welcome you off today, and thank you so much, and God bless you. Asante sana, Felicitas. Stacey, you have something to say? Okay. Thank you all for coming. I would like to say I hope this is not the last time we'll be seeing you here. We expect to see you more. Your Honor, thank you for coming here today, and everyone else. Thank you for the comfort that you have given unto us. We will also be with you guys in the future during your difficult times. Thank you for everything. Thank you, Stacey. Wacha niite Leonard. Alafu wata introduce Wilter. Wilter is here. Wilter, karibu Wilter. This is our daughter. Honorable the Deputy President of the Republic, honorable members present, ladies and gentlemen, my name is Wilter Cherorot, brother to Vincent Mutai. I'd like to appreciate each and every one of you for your support. It's highly appreciated. Thank you, and God bless you. Okay, Leonard. Sikujua wanafuata protocol. Huyu ni mkubwa kuliko huyu. Karibu. Your Excellency, the Governor, the CS, and all protocol observed. I'm Leonard Mutai, the last born in the family. Na hapa niko na mama. Nadhani mama umesikia vile Bishop amesema. Nitakuwa nakuja na karatasi. Sitakuwa tena natuma. Nitakuwa nakuja na karatasi. Na karibu Evelyn. This is my spouse. Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, all members present, friends and relatives, I'll take this opportunity to thank all of you for your love, for your support. You've been with Mheshimiwa's family all through.
We don't take it for granted. May God keep blessing you. May He replenish your pockets. With us, we have our son, Jaden. Praise the Lord. I just want to take this time to say thank you for everybody for coming here. We want to say thank you for coming here to comfort us, and in the future we'll also be there for you. Thank you. So, thank you. After Jaden, we have Jason. I think he's somewhere there playing. We are really grateful for coming. Na asanteni, asanti, asanti. Okay, let me ask the rest of the members from Jemor's families, mameni wote, all the relatives, msimame mahali mulipo hapo. Nafikiri mtakuja hapa mbele, kujeni pole pole, kujeni hapa mbele. Just take a photo and then Daktari Bor will talk on behalf of the entire family. Okay, Philip, mkakuja pande. Philip Bor, kujeni this side. No, sama kita kenge, please. Mite tande treona, ungi bunun ana obwange mosere, ogo choko haraka. Amungo ke kuro ko na nafasi ne ga obwange mosere uchogun. Ubwan ro matiri kiona gi chaba chacha ngale laga. Wir yep chekete tikase. Phone kule. Oh hala. Mujhe ki tagi bar tagi lagi burta ne nule. Ubwan bagro, koruchon uto guma sere. Klenda goriti jai sije te nyango ke lagi liya mujhe ki. So cameraman, please kindly. Chitana Tumunyo, thank you very much. Cameraman, you've taken a photo, I guess. Asante sana, wamepiga picha, rudi. Tunataka representative aongee. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigi G, if I'm allowed to call you so, Governor of this county, if I break the protocol, you'll forgive me, Honorable Murkomen, our CS, all the dignitaries who are here, MPs, our women rep, and all the government dignitaries. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. On behalf of our family, the Jemor's family, where my brother is born, we want to say we are thankful indeed for everybody who has come here, led by His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. We are honored.
We are thankful indeed for your presence and support. And we want to ask God to continue giving all the leaders of this country the grace and the wisdom to continue guiding us and leading this country into greater heights of prosperity. On behalf of our family, I want to thank my brother here and also tell him to take heart. The wife of our son, pole kwa familia, and we want to encourage you to continue, tuko pamoja. Stacy and the mother, Mungu aendelee kuwafariji kwa Cherorot and their family. We want to tell you the word of God tells us that we can only get solace and comfort from God. Kuna mtu mmoja aliandika kitabu chake anaitwa C.S. Lewis, a book entitled Mere Christianity. He said, comfort is never found by being sought for. The only thing you can do is to get comfort by looking for the truth. And the truth is found in the Word of God. The truth in everything that we are asking ourselves is coming from the Word of God. So I want to encourage the family to go and look for the truth, which will give you comfort, will give you the grace and the energy to forge ahead. Otherwise, we are thankful, and may God bless all the friends and the mourners who have come to celebrate with us the life of our son. Poleni, Mungu afariji. Asante sana Bor. Nataka familia ya Felistas musimame mahali mulipo. We have the in-laws wa Vini. Musimame tu mahali mulipo. We have mother-in-law to Vini. Ako pale. We have the brother-in-law Mike and the rest of the team. Nataka tu muwe vivi. Asanteni sana. Wacha pia, Your Excellency, I have the bigger family, and that is Kipkelion East constituency. Nataka tu muweke mikono hivi, watu wa Kipkelion East. Asanteni sana. This is a big family where I represent them in the parliament. Na ningependa kusema, I'm so humbled by your coming and also the encouragement you've been giving us. Nashukuru, mmesimama na sisi tangu haya maneno yalifanyika. You took over the place na mkafanya kazi bila hata kuwa directed ama kuonyeshwa vile jinsi ya kufanya, lakini mmesimama na sisi. Ninasema kwamba ninawashukuru sana, na wale wote ambao mmeungana nami. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wewe ni rafiki wa karibu. Na ningependa tu kusema pia Rais mwenyewe, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, alinipigia simu la Sunday na tukaongea, na hata akasema nipatie niongee na mama and peleka asante yetu kwake, ambia we are so grateful for what he did to us, and I know you've also done a lot to us. God bless you so much. Asanteni sana, Mungu apate kuwabariki. Thank you. Ningependa tu kwa ufupi, Mike, just come and talk on behalf of the entire in-laws of Vini. Okay, Mike lost his voice, and I knew about that, so I thought it was a miracle which happened last night. Lakini ananiambia bado hiyo miracle haijafanyika. So Esther, the sister-in-law to Vini, just come. Your Excellency,
Rigiji, all protocols observed. I want to thank you all for standing with the Cherorot's family and my sister's family. Receive our greetings from Kitui family. And Felicitas, I want to tell you that you're lucky you got Mheshimiwa and Mama there. And I know they're going to hold your hand. And I know you're in safe hands. So always stand with the family, take care of Stacy. And anytime you need anything from us, always call us. We'll always be there for you. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you so much. Asanteni. Thank you. Asante sana mheshimiwa, umechukua kweli muda fupi na you've tried your best. It's not easy to lose a son. Now, vile mmeona familia housekeeping. Ikifika wakati ya MCS tafadhali. Maneno ya development unaongea kwa baraza. So leo hapa tunakuja kuomboleza. Tafuta baraza yako ile ndogo mahali soti hiyo maneno. Hapa tunasema pole na tumalize na twende. Si ndio? Anaona yenye? Ulama tu yen magura? Yes. I'm being reminded, actually I was headed there. Thank you very much. We're reading from the same script. So, Kabarak team who are in school together with Stacy, where are you? The young, oh yeah, stand up, kindly stand up. Tupigie makofi. Those are the schoolmates, yeah, Stacy. Stacy ni mtoto ya marehemu. Asante sana, may God bless you so much. Na tunawatambua. May God bless you so much. There's also a team from LSK. Where are you? Kindly stand up where you are. And Kampala International University. Your Excellency, they offered to pay the school fees for Stacy all the way. And they have actually done it. I made sure they did it. We made sure they came. Now, your fellow senior lawyer, Kipchumba Murkomen, has asked for one person to come and speak on your behalf. One person kindly come from LSK, and I'm giving you 1 minute. I'll be standing behind you. Hiyo ni ile inaitwa kujuana sasa, unajua senior lawyer ako hapa, ameona wakili wake, tafadhali aongee. Tusisome speech, tuseme tu moja. And then the Deputy President, Republic of Kenya, dignitaries present, and fellow mourners, good morning. Good afternoon. Ujumbe wetu ni mfupi sana kutoka LSK, pamoja na familia ya Vincent, who happened to have been my classmate. It's been a very sad moment. He was very close to us. But we cannot claim that we are the ones who are most hurt by his death. To all of you who are here, receive our condolence message. The president of LSK sent me, but I will not read the speech. But all we want to assure the family is that through the Advocates Benevolence Association, Law Society will chip into the education of Stacy. LSK will also stand by the family year in, year out. This is a tradition we've had. My seniors here, CS Kipchumba will confirm that. And I think for those many of you remarks, thank you very much. Asanteni. Pigeni makofi. Na ile makesi ya LSK kwa kotini mtoe pia leo. Alafu serikali iendelee vizuri, si ndio? Asante sana. Now from Kabarak, I want to welcome Reverend Chebnjor Simon. Just one word, kindly.
Reverend Jemjol from Kabarak on behalf of the Kabarak fraternity. Just 1 second, thank you. Yeah, Your Excellency, sir, the second President of the Republic of Kenya, all protocol observed. I want to take this opportunity to greet you all in Jesus' name. Praise God. So on behalf of the Kabarak family, where Stacy is schooling, we have just come to condole with you to say pole for what has happened to the family, for losing one of the member of the family. We just brought our condolence from the school, the A teacher, and the entire school. They say, we want to pray that the Lord will give you the strength at this time of need. The Lord continue to strengthen you. I know it is not easy to lose a father, to lose a husband, to lose a father, and also relative of the families of Cherorot. We just want to say, may the Lord comfort you at this time. Thank you so much. Thank you very much. For housekeeping, we have to have 1 minute, and then, because our guest is leaving at around 2:30, so we need to be very, very strict. So from there, let me go to the Speaker of the County Assembly of Kericho. And you've seen the order, and I know you are a good gentleman, and I know you are going to take the shortest time. Asante sana. Familia ya Mheshimiwa Cherorot, Your Excellency the Deputy President, waheshimiwa wenye wako hapa wote, all the mourners who are here. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tumekuja kuomboleza pamoja na familia ya Mheshimiwa Cherorot kwa kupoteza mwanawe. So on behalf of myself, my family, and the County Assembly of Kericho, nimekuja hapa ili tulie pamoja. Mheshimiwa Cherorot na familia, of course, mimi ni jirani wenu. We grew up together with Vincent, and we are really sorry for the loss of your son. Mimi na Mheshimiwa Vincent tulisoma shule moja ya Londiani Academy. Ingawa nilikuwa mbele 1 year, lakini tulikuwa marafiki, na the only thing that separated us was yeye alikuwa na support team ya Chelsea na mimi nilikuwa na support Manchester United. So mara mingi tulikuwa tunashindana, na hata nyinyi mnajua tulikuwa tunashinda kama Man U tukiwa na kina Murkomen. Mheshimiwa Your Excellency the Deputy President, sitasema mingi. Mheshimiwa Cherorot pia amekuwa rafiki yangu. He has been my mentor, and in the past elections we vied together for the position of the Member of Parliament. Na vile unaona Mheshimiwa Your Excellency, Mheshimiwa Cherorot ni mnyenyekevu sana. Ni mtu ambaye hana maneno mingi na mtu mwenye hawezi tusi mtu. Sasa vile ilienda namna hiyo, mimi nikaona pia sababu huyu mzee ni mnyenyekevu sana, heri niwaachie alafu mimi ningangane hapo na mambo ya hasla hapo mbele. Na mimi nikashukuru Mungu, mkanishika mkono, ndiposa leo ni mimi ni Speaker wa County Assembly. As I finish, Your Excellency, I want to sincerely thank you for a few issues. Number 1 is wakati tulichagua Your Excellency the Governor, akaunda serikali, MCS pia wakafika, tukafika kidogo tukakuwa na mambo 2-3 ambayo wewe mwenyewe unajua pamoja na rais. I want to sincerely thank you kwa ile peace that you mediated between us. Baka siku ya leo serikali ya county imesimama imara, na sisi tuna kwamba we are working hard to ensure that the residents of the Kericho get their services. Your Excellency, lastly, is that we want also to thank you for being here today. Umekuwa rafiki wa sisi wa karibu. Ulikuja pia wakati tulikuwa na shida ya Londiani pale Junction, ukakuja ukatusaidia kutuchangishia pesa. Tunasema asante sana. Mwisho tunasema pia asante kwa kusimama na familia ya Mheshimiwa Cherorot, na tunasema ni asante sana. So Your Excellency, I'll take this very brief moment niite waheshimiwa MCS wenye wako hapa, alafu niwatambue, and then I will just give 1 or 2
waongee just a minute each. Waheshimiwa MCAs tuharakishe, let us keep time. Karibu. So nitaomba tu, I have been requested that Mheshimiwa Gikonyo will speak on behalf of the minority. So tuharakishe, alafu Mheshimiwa majority leader ataongea pia kwa niaba ya assembly na Mheshimiwa Paul Chirchir. So I want the rest, tunasema tu jina na tunasema pole. And then in that order, Mheshimiwa Gikonyo, and then we proceed. And then of course I'll give the area MCA Mheshimiwa Vincent. Just a minute each. Familia ya Mheshimiwa wetu Cherorot, our Deputy President, Cabinet Secretary ambao wako hapa, all protocols observed. Nataka kusema pole kwa Mheshimiwa wetu Cherorot, pole kwa familia yake, pole kwa Vincent, na pole kwa watu wote wa Kipkelion East. Mimi nataka kusema hivi kwa niaba ya watu wa Londiani. Watu wote wa Londiani mahali mpo, nataka mseme pole. Mheshimiwa Cherorot, nataka kukuambia hivi, tunasimama na wewe. Na huyu Mheshimiwa Deputy President amekuwa akifanya kazi nyingine, hata wakati alikuwa analia, alikuwa analia na watu pia ambao tumewapoteza kwa hii ward yetu. Na huyu mheshimiwa ni mcha Mungu na amefanya kazi mingi sana kwa hii ward yetu. Jambo moja tu nataka ku request Mheshimiwa Deputy President, na kukaribisha tena kwa hii ward ya Londiani, wakati mwingine wakati tuko na furaha ndio tuweze kupata mambo ya maendeleo. Otherwise tunasema pole na pole. Asante. Your Excellency, kwa sababu ya muda, I have been requested to introduce the MCAs and then leave one or two to speak. So pande hile tuko na mheshimiwa anaitwa Haki Boyot, anaitwa Sirinjit, anatoka huko Litein. Asante sana. Hapa tunaitwa mheshimiwa Dominic. Mheshimiwa Dominic anatoka Kabianga. Alikuja bila number plate, Your Excellency, lakini saa hii yako UDA huyo. Pande hii ingine tuko na mheshimiwa Evelyn Chuma is actually a nominated MCA nominated by Mheshimiwa Cherorot, na anatoka kwa familia mzee anaitwa Chuma ambaye alikuwa councillor for over 35 years. Tuko na Mheshimiwa Jessica anatoka huko Litein. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Deputy Majority Whip anaitwa Fancy, anatoka huko Chaik Ward. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Moses anatoka hapa, ni jirani wa Tendeno Soget. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Anthony Ruto Chingili Babanyun, anatoka hapa Kipkelion. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Irene kutoka huko Belgut, Cheptoro Riet Seretet Ward. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa anaitwa Broka. Huyu mheshimiwa ni Broka na anatoka huko Tebesonik. Pia yeye alikuja na ile bila number plate, lakini saa hii anasema UDA. Asante sana. Tuko na sasa Mheshimiwa Gikonyo aongee, alafu sasa nitaita hawa waseme tu a minute tumalize. Your Excellency, Deputy Rigiji, our Governor, Members of Parliament, MCAs, na wananchi yote. Hamjambo. Bwana asifiwe. Kwanza kabisa nataka nipeane pole zangu on behalf of all the minority ambao wako katika hii area yetu ya Kericho County. Tunasema mheshimiwa pole sana, na tunasema Mungu aendelee kukufariji na akutie nguvu katika hii wakati mgumu sana. Nataka nishukuru wageni wote ambao wamesimama pamoja na mheshimiwa wetu. Hali hii ilikuwa ngumu, lakini Mungu ametufariji na ametuwezesha. Asante sana Rigiji kwa sababu ya kusimama na mheshimiwa wetu. Mungu aendelee kuwabariki na abariki nchi yetu Kenya. Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante. Your Excellency, mbele yako, I know you know them. This is the majority leader ambaye tuliweka huko Arambe. Na huyu mwingine amesimama alikuwa majority pia, na unajua vile mambo ilienda. Unajua Kericho County tumekuwa na majority leaders wengi sana mpaka sisi hata wengine tulikuwa tunashangaa. Hata mimi kidogo niliact one day, Your Excellency. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. So a minute each, please. Thank you very much, Bwana Speaker. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya,
our CS, all protocols of staff, wananchi. Bwana yetu asifiwe. Asante sana. Langu tu, Your Excellency, ni kusema neno la pole kwa Mheshimiwa Cherorot kwa kumpoteza kijana wake ambaye ni warika yangu. Langu tu ni kusema pole, kuambia familia pamoja na majirani na marafiki sote. Ya pili, Your Excellency, thank you for coming and thank you for being a friend and a close friend to Mheshimiwa Cherorot and the entire leadership of Kericho. We want to say thank you. You've been with us. You've been coming to see us. Yetu tu ni kushukuru na kusema pia Mwenyezi Mungu akujalie mema. Asante pia kwa kuendelea kushikilia hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tunashikilia tukiwa hapa chini, na Your Excellency, I want to confirm to you that Kericho is now on the right trajectory on issues to do with development and harmony. Yangu tu ni kusema asanti na Mwenyezi Mungu awajalie. Kwa majina naitwa Philip Rono, mimi ndio leader of majority and MCA representing Kamashan Ward in Kipkelion West constituency. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Mheshimiwa Cherorot, waheshimiwa na waheshimiwa wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tarimbo, natoka pande ile ya Kapsoit. Langu ni kusema tu poleni sana kwa family kwa yale ambayo yaliwapata. Tumekuja kusimama nanyi na tunashukuru wewe naibu wa rais kwa sababu ya kuwa rafiki wa ukweli. Umekuwa unasimama na sisi ule wakati mwingine, leo na hata hapo mbele, tunasema asante sana. Nimesimama hapa kwa niaba ya wale watu wote wa chini, Your Excellency. Wale wanajiita Kimitek. So niko hapa kwa niaba yao. So tunasema pole kabisa. Hao wote wa chini wameniambia niseme kwa niaba yao. So nimesimama kwa niaba ya watu wa chini wote kusema pole. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency. Mwisho kabisa ni kwamba ukirudi huko Nairobi usalimie Your Excellency the President of the Republic of Kenya, mwambie sisi tuko nyuma yake 100%. Once more, poleni sana familia ya Mheshimiwa Cherorot, tuko pamoja na Mwenyezi Mungu atawafariji. Asanteni sana. Thank you so much. Pigieni makofi MCS, wamefanya kazi mzuri sana. Kwa muda huu nitaita Mheshimiwa Hilary Koske, MP wa Kipkelion West. Alafu vile vile utatambua by show of hands the board directors wenye walipewa, ambaye mimi ni mmoja wao. Thank you so much, Your Excellency. I'm the Director of National Council for Population and Development. Na hiyo kazi tunaichapa vizuri. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and all protocols observed, the family of Honorable Joseph Cherorot, we are here to condole with you following the sudden demise of your son. I know I have never seen Cherorot this way, but it is understandable. It is very painful to lose a son at that prime age when he is beginning to settle, to plan for his future and his family. So Felicitas, mine is to tell you, God is right with you, he is right there with you to comfort you, to hold your hand, and your daughter Stacy, good things are ahead of you. Tunawatakia kila laheri. Leo, Your Excellency, hatutakuwa na maneno mengi ile ya siasa yetu. Tumekuja kama bunge kusema pole to our colleague, na wabunge ni wengi na wametoa msaada kubwa sana kwa hii kazi ambayo inaendelea siku ya leo. Na kwa niaba ya Joseph Cherorot, ninataka kushukuru kabisa bunge la taifa ya Kenya na serikali kuu ikiongozwa na rais na wewe kwa msaada ambaye umetupa. Huyu Cherorot, Your Excellency, ile campaign ya juzi, he was ignored. He was an underdog. Huyu Patrick Mutai na mwile alikuwa former MP Limo ndio walikuwa wanagongana huko juu. Huyu akapita katikati na ule mwingine alikuwa anaitwa Joseph Limo. Akiambua Joseph, wengine wakiambia sisi ni walimu, anasema Joseph. Kumaanisha
hata mimi ni Joseph, pigia mimi kura kwa sababu mshapigia yule. Na huyu mtu, Your Excellency, yako na kismat. Wakati alichaguliwa, ile mabadiliko imeanza kuonekana katika constituency hii, Your Excellency. Ile amefanya na ile ya serikali kuu ambayo ilikuwa inatusumbua pale mbele. Hii damu ya Londiani, Your Excellency, mimi nilikuwa nimefanya public participation, nikijaribu kuguza hapo inakuwa ngumu. Unajua ule bosi wako wa zamani Uhuru Kenyatta pia alikuwa ngumu. Lakini wakati Cherorot alichaguliwa, mambo ikaanza kwenda nywee. Na ukatuambia hiyo tutanyorosha. Ingine, Your Excellency, ni referral liko hapa. Tumeshafanya masikizano na tukasema referral itajengwa hapa Londiani. Kwa sababu Cherorot ako na kismat. Na hawezi kujiombea maneno, Your Excellency, lakini tukikuja ofisi yako, iko barabara moja yake tu. Najua mambo ni mengi na masaa ni machache. Barabara moja hii anaimba ya kutoka hapa kwenda Makutano. Hiyo hapo mbele, Your Excellency, ndio ombi ya watu wa Kipkelion East, na mimi nasema hiyo waziri wa barabara akiwa hapa ili akukumbushe. Na tunakuomba, Your Excellency, sisi tunataka ukuje tukupe kashamba hapa, ukae hapa, ukue nyumbani, kwa sababu tunajua hapo mbele kwako ni mzuri. Ili ukae pamoja na sisi. Sisi hatutataka kutafuta rais yote. Wewe ukiwa hapa, wewe ndio representative ya entire Rift Valley na Kenya. So za ile uko hapa, uko nyumbani. Nilikuwa nataka kucorrect speaker. Anasema iko kwa niaba ya minority. Hii Kericho haina minority. Hii ni minority tu ya kupata viti. Minority wenye tunajua ni Ogiek peke yake, ambao wanakubaliwa na katiba. Hawa wengine wote ni wananchi wa Kenya na wako na ruhusa kufanya biashara, kuishi kila mahali, kutafuta mali, kuomba viti na kuendesha maisha yao. Your Excellency, tuko na wajumbe wengi siku ya leo na nafikiri itakuwa vema. Najua sijui kama watachunga saa. Waseme tu jina kwa sababu pia ni colleagues. Jina na neno la pole, wakuje hapa wote hapa mbele. Members of the National Assembly, and be very, very fast. Karibuni hapa. Na wakati wanakuja, Your Excellency, wakati ulichukua serikali, unajua wewe ukasema hii mambo ya shares. Tumepata shares kidogo. Iko board members wengi hapa. Nataka wasimame wa wave tu pahali wako, wajue ile serikali walipanda iko na mavuno. Lili, former DG, huyo ni chairperson wetu wa KIE, Kenya Industrial Estates. Vincent Kigen, huyo ni chairman wa National Employment Authority. Alvin Kibet, huyo ni board member wa Kera. Na Kuria mwenyewe, huyo pia amekuwa akiomba kura hapa, Your Excellency. Yeye ni board member wa Environmental Tribunal. Asante sana. So, karibu. 1 minute. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Mheshimiwa Cherorot, wageni waheshimiwa wote, jina langu ni Justice Kemei, mimi ni mjumbe wa Sigawetso constituency. Na siku ya leo, naibu wa rais, tutakuwa na maneno machache sana kumtakia pole huyu rafiki yetu na kiongozi mwenzetu. Na nikimaliza, naibu wa rais, najua nitakuwa na vita na Liza Chelule nisipofanya jambo moja. Mheshimiwa Liza Chelule, mke wangu mpendwa Sara Kemei yuko pale. Nisije nikaita lile jina lingine ambao wewe mwenyewe siku moja ulinikana sana. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, the Deputy President, familia ya rafiki yangu Mheshimiwa Cherorot, Mrs. Vincent na mtoto Stacy, jamaa yote ya familia ya Cherorot, wananchi wote, our colleagues,
Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Ambassador Benjamin Langat, mjumbe wa Ainamoi kule Kericho Town. Nimelete pole zangu na watu ya Ainamoi. Nasema pole sana. Sina maneno mengi, nilikuwa hapa tangu jana usiku mpaka saa 4. Tukasikizana na watu ya Londiani hapa. Tulisema wageni ni wanani? Wageni ni wanani? Ni wetu. Na mimi nataka kuwapatia A+ kwa sababu mmefanya vile tulisema. Wageni wamefurahia, mmekaribisha hawa. Mheshimiwa Cherorot, you have suffered the greatest loss. Tumekuja kusimama kama ndugu yetu. We pray for you, we pray for your strength. Cherorot is a very humble person. And nilikuwa namwambia jana, I think between me and you, maybe we are brothers in terms of humility. So nataka kusema pole sana ndugu yangu. May God give you strength. Otherwise, tu wananchi wa Londiani, asanteni sana. Mungu atubariki. All colleagues who have come here, asanteni sana. Nataka kushukuru Mheshimiwa Hilary in a special way. Alitupanga kule Nairobi kama colleagues ili tuweze kutoa msaada. Asante sana Mheshimiwa Hilary, umefanya kazi mzuri na pia umesimama hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Majina naitwa Kibet Kiruiko Mingoi, mjumbe wa Bureti. Netaya macha wikicho bagongoi agamwachi pole familia nebo Cherorot. On behalf nebo biikab Bureti ak biik tugul chebo Kericho kemache kemwa mutyo mising en kabetetab Vincent Felista, tunasema pole sana. On our behalf that God will stand with you, because that is the promise of his word, that he will be with you in all things. Maneno mengine tutazidi kuendelea, lakini one thing that we wanted to let the government be aware is that Your Excellency, the Deputy President, you are aware about the program that is ongoing about the Inua Jamii program, which our people really have appreciated. Hii kuregister wazee. Jambo la muhimu ni kuelezea pia serikali kwamba kuna allotment ulipatiwa ya the disabled and those who are vulnerable communities. We have found that numbers that are allocated to our locations and the constituencies to be too low, and we want to ask the government to review its program through the social protection program to increase those numbers so that the people who are unable, who are disabled and are unable to be vetted because of the allocations be part of the communities that are being assisted by the government. Otherwise, Your Excellency, thank you very much for coming. You have become a friend and a member of our community, and we want to tell you that we will be part of you, part of the journey and part of the work that you're doing. We will support you in all things. We will invite you to the other parts of Kericho, especially the lower region of Bureti, to be amongst us, to celebrate the goodness of God, even in the period that the Lord will allow us to be a part of it. Finally, to the church, I want to say thank you for the prayers, and thank you for standing with us and for being a part of this congregation in the things that we do. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Cherorot na family, bibi ya marehemu, mimi na watu wengi wengine wageni wote, mimi ningependa kuchukua nafasi hii, Your Excellency, kutoa rambirambi kwa familia ya Cherorot. Tumekuwa na yeye Nairobi na yeye amekuwa rafiki ya kila mtu katika bunge. Kwa niaba ya familia yangu na watu ya Sotik constituency, mimi ningependa kusema pole sana. Tumekuwa na wewe Nairobi na tuliona vile wewe ulihusika na ulihuzunika katika kifo cha kijana yako. Mungu awabariki, hata mtoto wa marehemu na bibi wake tunajua Mungu atawachunga. Your Excellency, mimi ningependa kutaja tu kitu kimoja ambaye Mheshimiwa wa Bureti amesema, mambo ya Inua Jamii. Tumekuwa nyumbani huko Sotik na watu wanasema ya kwamba ile namba ambayo tulipewa ya watu wa kufaidika na mambo ya Inua Jamii ni kidogo mno, na tungependa labda ukirudi unaweza kutusaidia kuongeza kidogo.
Otherwise, tungependa kushukuru wewe na kuunga mkono wenzangu kwa kusema ya kwamba unakaribishwa kila wakati. Huko Bomet tuko na date na wewe, and I know you are coming. Thank you so much. Bwana Cherorot, mutia bwana. Ak lagoku. Ngo toretu taya. Deputy President, all protocols observed. Nataka kwanza nipeane pole zangu mingi kwa familia ya Cherorot. Na pia nipate nafasi, Your Excellency, ni kushukuru mkiwa na President sababu umesimama na sisi wabunge. Na pia nishukuru hata mimi kama Charity Kadhambi Chepkonye MP wa Njoro. Mlisimama na mimi na President kwa kupoteza mzee wangu. Na ndio nimekuja encourage my sister. Wacha tutumikie Mwenyezi Mungu, tuombe familia zetu. Na Your Excellency, niseme shukran kwa vile mmeweza kusimama nasi wakati tunalia. God bless you. Asante sana Your Excellency. Mimi naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ni mbunge wa Kabuchai kutoka Bungoma. Kuja leo kusema pole Mheshimiwa Joseph. We serve together in the same committee, received the condolences of the Committee of Special Funds Accounts Committee, the Committee on Regional Development. Pole sana Mheshimiwa. Moja tu nikae, Your Excellency the Deputy President. Nataka mimi kutoka Bungoma nikashukuru wewe kwa kuamua na kusimama na kijana wewe Dr. William Samoei Ruto na kudeliver the votes. You did a serious work. And we know. Na pia tumeanza kukumiss, Mr. Deputy President. Last week, part 1, you are in Western, together with the deputy, with the president. Already tumeanza kukumiss. Na nimesikia hapo jambo moja kwamba natafutiwa kanyumba huko. Mimi nilikuwa nimekupatia nyumba Chwele bwana. Sasa ya Chwele utafanyaje? Lakini yote ni nyumba zako. Your Excellency, thank you for moving. And this is the way to go. Finally, nataka kusema kitu moja, Rais, Deputy President. Sisi tunacheza mpira. Mchezaji akipiwa penalty afunge, anaenda kukaa katikati ya uwanja. The next anakuja kufunga. Sasa mimi najua penalty ya mwisho na Dr. William Ruto inaenda kufungwa. Wewe anza kufunga socks, ingia uniform, be next on the line. Young members of parliament wakiongozwa na Majimbo Kalasinga, mimi ndio nitakuwa naweka kitabu ya shareholders wakati yako ikifika, Mheshimiwa Rais. Asante. Na kwa sababu Right Reverend Bishop Kotut, wakati ulisema na ukasema mama ndiye alifungulia wewe gate jana, nimeamua leo kusawadi mama mwenye alikufungulia jana gate, mpe 10,000. Sasa hii nitapea yeye mwenyewe. Sasa mama nyomutio nyonba nyono. Asante na Mungu wa amani akawabariki. Thank you. Thank you very much. Asante sana Your Excellency. Kwa majina naitwa John Paul Mwirigi kutoka kule Meru, Igembe South Constituency. Yule kijana mwaka wa 2017 mlimsikia ameingia mbunge akiwa na baiskeli. Nimechaguliwa mara ya pili na nawashukuru sana sababu kutoka eneo hili mumeweza kutupatia mwingine ambaye ni mdogo kuniliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo hii nimefika hapa kuleta pole zangu kwa familia ya Joseph, na niambie Joseph, wakati huu najua ni wakati mgumu, lakini kuna Mungu, naye Mungu atazindi kuonekania hii familia. Kwa Felicity nikuambie pia Mungu yuko. Kuna mengi yale ambayo mzee alikuwa anafanya, kwa sasa hata kuwa ili akusaidie kuyafanya, lakini Mungu naye hako kukuonyesha njia na kusaidia kuyafanya. Najua Mungu atasaidia hii familia, itaweza kukua vizuri.
na tuwashukuru sana sababu mwaka uliopita wakati ambapo kulikuwa kugumu sana, mliweza kusimama na William Ruto na sisi kutoka mlima tukaweza kusimama naye, na leo hii mumeanza kuona tumeanza kupata matunda katika serikali hii. Na ni kuombe Bwana Deputy President, hapa wakati mwingine uchaguzi ukiisha watu wanataka kugawiwa serikali, na mimi kama mwakilishi wa kule Igembe, wakati ambapo naenda kuonana na rais ili anisaidie, na muomba anisaidie msaada wa wananchi wangu, lakini tumeona kuna wabunge ambao wamefukuzwa kwa chama, ila hali kuna mzee hapa anataka mazungumzo yaendelee, yeye mwenyewe anufaike. Bwana Deputy President, ukirundi kule taja ama sema haya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa tuyaache, sababu ni kujifanya tu, ile hali mtu anajitakia yeye mwenyewe, hataki wale viongozi wengine ambao wamechaguliwa waweze kunufaika na wanufaishe wananchi ambao waliwachagua. Ama namna gani? Sababu sio vyema kama mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na rais na niko kwa chama yako, wewe ukuje unifukuze sababu nimeweza kumfikia. Lakini wakati wewe unataka mazungumzo, wewe haufukuzwi kwa chama. Hayo mambo hatutayakubali katika taifa hili, na uchaguzi ukiisha, umeisha, unaanza kujipanga kwa uchaguzi ujao. Asanteni sana. Thank you so much. Mheshimiwa Cherorot na familia yako yote, tumefika siku ya leo ili kuwatakia mema. Sitasema mengi. Pokea pia pole kutoka constituency yangu ya Chepalungu. My name is Victor Koech, the only member of parliament ambaye alipata kiti kwa sababu ya kuuza na kutengeneza mandazi. Thank you so much and God bless you. Mheshimiwa Cherorot, familia yenu, our Deputy President, waziri ambao wako hapa, governors, wajumbe, my colleagues na wananchi wote, Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tumekuja hapa kuomboleza na kusindikiza kijana wa Cherorot. Pole sana Cherorot na familia yako kwa kupoteza kijana wako, na tunasema pole sana. Tulikuwa huko Kisumu, maneno ya sukari, kama vile ulisikia president alitoa orders ya kusema mambo ni matatu. So hiyo ni mambo tunajaribu kushughulikia. Najua itakuwa bunge hiyo inakuja, sababu najua hii serikali ya Kenya Kwanza inashughulikia sana mambo ya wakulima. Pole sana kwa niaba yangu, kwa niaba ya watu wangu wa Konoin, tunasema pole sana, pole. Mchane ya mwenda sake Vincent pamoja na familia ya Cherorot, naibu wa rais ya Jamhuri ya Kenya, baraza la mawaziri, pamoja na wenzangu wa bunge na wananchi ya hapa, nachukua nafasi hii kwa niaba yangu, familia yangu na watu ya Baringo North kuambia rafiki yangu pole kwa kupoteza kijana wako mpendo, wakili ambaye ameweza kufanya kazi ya wanasheria kwa muda mfupi. Vile Brighton amesema, naibu wa rais, sisi tulienda kushughulikia kufix pandits ya shukari katika sehemu hiyo, na tutaleta report ya kuhakikisha Wakenya ambaye ni wakulima ya chai waweze kupata faida na kupata pesa ya kuchenga uchumi ya taifa ya Kenya. Mimi nataka niseme tu pole kwa ndugu yangu. Cha Mungu ni mingi. Mungu atakusaidia, chibe moyo. Kwetu ambaye tuko hai, tusiti tuamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukienda tupata nafasi ya kwenda mbinguni.
Mimi sitaki niseme kusidi hapo. Nimetembea sehemu hii ya Londiani kutoka huko. Kwa geruman kole koreni nebo chakula ni wolu no cost of living down. Majalo njoko ngoi pika upsege samo mandene saburi yomet amama wale eme saburi yani mimet wale chakula. So bongezi amo omiki bagenge na maja wale chakula na wakole chakula mkoroni. Kiriba chepeit chakula jimimi tab kolen jinyula sama wapeit parak sege njorum paita. Magi wolu ni mbeit lakini ke kola nyon soro wal pik so ko chal sobrai jikintonomet. Ako wal pik cho imone pik amchama yao. Wale wanafukuza watu kwa vyama yao, waambie hiyo sio demokrasia. Hii kodi tunasanya kwa Kenya ni ya Wakenya wote. Mheshimiwa Rais, mwisho asante kwa kutushika mkono. Nyinyi watu ya mlima mlitushika mkono na ikifika wakati tutawashika mkono. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Waziri, familia ya Cherorot, na viongozi wa kanisa, all protocol observed. Bwana asifiwe. Ilo sinote iso. Asante sana. Ya kwanza kabisa nataka kutoa rambirambi zangu. Cherorot na kuambia pole sana. Mungu atakubariki na atakutia nguvu. Kwa bibi wake na mtoto wake, Mungu awapende na wasiti pia kukuinua. Mheshimiwa President, Deputy President, we want to thank you. Tumeona kila wakati tunapokuwa na shida ama huzuni ama furaha umesimama na sisi. Juzi tukipoteza watu wetu hapa Londiani, ulikuja kukaa na sisi na ulitufanyia mchango. Mungu akubariki. We are here to support the government agenda. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nguni ko ngaleko ngityo kesiki anakeba kongoi mising. Haya. Your Excellency, our Deputy President, Governor wetu wa Kericho, CS wetu Bwana Murkomen akiongoza ma-CSS na ma-PSS, wajumbe wenzangu, senators ambaye wako hapa na wajumbe wenzangu katika National Assembly, family ya Cherorot na wananchi wote wa Kipkelion East. Mimi ninaitwa Liza Chelule, mimi ni mama county ya Nakuru. Na nimefika hapa Mheshimiwa Cherorot kulete rizala zangu za rambirambi yangu mimi mwenyewe na ya family na ya Nakuru County. May God stand with you during this painful moment of tears. Tunaelewa kabisa kupoteza mtoto sio kitu rahisi Lili. Mungu akupatie nguvu, akupatie kila kitu ambaye unahitaji kwa saa hii na family yote. You have a very beautiful family wenye wamekaa kabisa kiustarafu. Kwa hivyo Mungu awapatie neema yake na nguvu yake. Your Excellency the Deputy President, we want to thank you for what you've been doing both in Nakuru County and in Kericho County. Juzi ulikuwa hapa kweli, umesimama na sisi na hata ilikubidi usongeze mikutano zako mingi sana ambayo ulikuwa umepanga wakati tulifika hapa kwa hiyo maombolezi kubwa ambaye tulikuwa tumepoteza watu wa hapa. Tunashukuru sana na tunashukuru kila mara tukiwa na kazi upande wa Nakuru na upande wa Kericho na kila sehemu ya Kenya. Tunashukuru sana kazi yako. We want to tell you this, yani uso kwa uso tukwambie tumefurahi na wewe. Ukirudi Nairobi usalimie president, umweleze sisi tunampenda na tuko nyuma yenu na tunafurahia chinzi vile mmesimama na imani ya uongozi ya nchi ya Kenya. Kusimama na uongozi ya nchi ya Kenya mpaka tufike hii, saa hii tumepita mitihani. Your Excellency, tumepita mitihani. Tulipitia mashida nyingi sana baada ya election, lakini saa hii sasa kila kitu ni nywe, tuko tayari tuende kazi. Nataka kusema tu kusema sisi tukae kwa amani, watu ya Kenya, sisi tuko na viongozi ambaye wanatufaa, tuko na viongozi ambaye wanatuongoza kwa njia mzuri. Tumefurahi sana. Mimi nimefika hapa tu kusema pole Cherorot, you have a very good family. Kuna hiyo family ndogo, tunataka to sikwe iloga. Otasila fungua hiyo break ya watoto. Hebu tumtuzalia watoto jameni. Tusikae na watoto wawili, mtoto mmoja. Fungulia breaks mpaka hata 6. Ndio tu nini? Fungua. Matiti please.
family ni safi, tuwe na watoto wengi. So nataka tu kusema asanteni, piga awali. Imenyesha sasa, tuingie kwa shamba, tusalishe chakula because it is the only way ya kureduce mambo ya shida katika nchi yetu ya Kenya. Na watakia mema watu ya Kipkelion, watu wa Kericho, tusiuze mahindi ikiwa mbichi kwa shamba, hebu tungojee ikauke ndio tuweze kupata pesa ambaye tunahitaji kama wakulima. Mungu awabariki sana, asanteni. Jetagwa Liz Chelule Kumana Ikuru, Jetagwa Wanjiro. May God bless you so much. Your Excellency, unangojewa sana kanisa ya Emmaus kule Tinet. Unangojewa sana, wamekusalimia na wanakupenda. Asanteni. I'm already excited. Lisa amesema fungua break. So nilikuwa nafikiria how to do it. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Mheshimiwa Cherorot, Waziri Murkomen, Your Excellency, the Governor, all protocol observed, not forgetting the clergy here, and all the mourners who have come today to condole with the family of Mheshimiwa Cherorot. Nataka niseme kwa machache, tunamshukuru Mungu sana kwa kusimama na hii familia, having lost the firstborn child of their family. I've read so much about Vincent. He was an all-round person, a professional, mwenye alianzia chini, akaenda mpaka juu. I can also say Vincent, from what I have read, was consistent, he was good-hearted, he was an environmentalist. So today, we are mourning a great person. But having said that, Felista and your daughter, the Lord is with you together with your family. Mungu awasaidie sana. Ya pili, watu wa Kipkelion, pamoja na Kericho, tunasema pole, and thank you for standing with this great family. Chamin Mheshimiwa bikab Kipkelion, ako kotelel koboten, ak toek tugul chikotelelio koboto Mheshimiwa Kemoi kongoi. Ateleli, I'm standing on behalf of the many women who will not get chance here from Kericho, the youth, and even people living with disability that we've talked about. And Your Excellency, we want to say thank you that you've been coming to our county, and I've counted, preferably, you've been to Kipkelion. And we say thank you. And looking at that, Your Excellency, I want to say this. There are three things. Maneno ni matatu. Ukuje upate shamba hapa, uchenge hapa, upate jamii hapa, alafu sio wengine ni Pastor Docas, alafu tena upate china ingine hapa. Ndio ukue wetu. Because we've seen this is where you belong most. And we support your government. Nikiongezea, Your Excellency, I want to say thank you so much for His Excellency, the President and your government for hosting the African Summit, Climate Summit. This was international. As much as we're talking of African, I think we are no longer Kenyans, we are moving international. And I know things are happening. I say thank you very much. Nikimalizia, I want to appreciate the Bishop of today for telling us more about family virtues. One thing that I caught is, kama mzee ako nje, mama usilale, ngojea umfungulie mlango. And that one nikajiwekea tick, nikasema that is what I have been doing. Hata wakisema wewe ni mheshimiwa, akiingia mimi sio mheshimiwa. Tukiwa kwa nyumbani, hiyo maneno ya uheshimiwa inakaa nyuma. So that one ni sawa. Na nasema pia, the women who have been making noise, I appreciate and I understand them, Your Excellency. Wakisema ukucha na paper bag ni ukweli. Because hawa mama wanaenda shambu from morning to evening. Sasa wase pia to support those women. And this is where empowerment comes in. If our women are empowered, and Your Excellency, I know things will work well for us. Lakini hii vita ya usiku, na chuanga siyo ya paper bag, siyo ya nini, ugoiten haki ni babig, siku mami terireke ba usiku. Si Mungu awabariki sana. And for this referral hospital, I'm saying, tukiona hii referral ikikucha Londiani, I know many things will be good. Once more, mutyo missing, ngotoreta ak Jehovah agoberuro. Akigura Beatrice Kemei mama county nebo Kericho. Kongoi missing. Asante sana.
Your Excellency, our Deputy President, our Cabinet Secretary, Mheshimiwa Murkomen, our Governor, Cherorot na familia yako, waheshimiwa wote ambao tulioko hapa na our clergy na watu wote wa Kericho hapa Londiani, Bwana asifiwe. Tumeshukuru sana kufika hapa siku ya leo kuomboleza na ndugu yetu Cherorot. Cherorot ni rafiki yangu sana, na wakati huu wa dhiki, wakati wa shida, hatungeweza kumwacha, lazima tungesimama pamoja naye. Tuliongea naye, nikamwelezea nitaja, ingawaje siku ya leo nilikuwa nipitie pale Mukurweini, kwa sababu pia mimi ni mwanafunzi halisi wa Deputy President. Huwa ananiambia nitembee, lakini kabla nitembee kwanza nifike Mukurweini. Your Excellency, hiyo ninatii kabisa. Nimetoka pale kuanzisha uandikishaji wa Inua Jamii cash transfer. Kila asubuhi 8 am huwa ninafika pale Mukurweini kuanzisha ile mpango. Na ninashukuru sana kwa sababu hii serikali yetu inaonekana imeweza kuweka ahadi zake. Serikali ya Kenya Kwanza ilisema ya kwamba itaweza kuandikisha kina mama na kina baba, wale wazee, watu pia wako na disabilities, na pia wale ambao ni orphans, na tukasema ya kwamba wataweza kuingizwa katika mpango wa Inua Jamii cash transfer. Na tunaona ya kwamba hili ni jambo moja ambalo limeweza kutimia, na tunashukuru sana Your Excellency. Watu pale ground wanafurahia sana ule mpango, na ndio maana pia sisi tumeupatia support. Niko hapa basi kutoa rabirabi zangu kwa familia ya rafiki yangu, na pia the wife to our late brother, na tunasema ya kwamba Mungu watie nguvu. Niko pia na rabirabi za our speaker wa National Assembly, Mheshimiwa Right Honorable Wetangula. Ametoa rabirabi zake kwa familia yako Mheshimiwa Cherorot, na amesema ya kwamba Mungu watie nguvu. Alitaka sana awe pamoja nasi, ingawaje haingewezekana siku ya leo, na kwa hivyo mpokee rabirabi zake. Your Excellency Deputy President, mimi kwa niaba ya wajumbe hawa ningependa kukushukuru, kwa sababu kila wakati sisi kama wajumbe tuko na shida, tunakuona ukishirikiana pamoja nasi. Juzi tu tumekuwa kule kwa ndugu yetu Kawaya, ulikuwa pale na sisi, tunashukuru sana. Leo uko hapa pamoja nasi. Tumekuwa pale kwa Mheshimiwa Kathambi, umetushikilia, na tunashukuru sana our Deputy President. Na tunajua ya kwamba hii unafanya pia kwa niaba ya rais wetu ambaye tulikuwa naye hapa Nakuru wakati wa dada yetu Kathambi. Tunawashukuru sana kwa sababu ya vile mnafanya kazi na vile mnashikilia sisi, na sisi tunaendelea pia kuwashikilia wananchi, na vile pia mnashikilia wananchi mkiendelea kuweka ahadi ambazo tuliweka. Kwa mwisho ni ahadi ambayo umeweka ya kwamba wanafunzi ambao wanaenda katika chuo kikuu wataweza kuangaliwa maneno yao vizuri. Nimesikia watu wengine wanasema wanafanya harambee kwa sababu wanashindwa vile watoto wataenda shule. Lakini niseme kuna watu wengine wanakuwa a bit ignorant. Hawajaelewa ya kwamba ile school fees ambayo unapewa pale imeandikwa katika ile karatasi, wewe unafaa kulipa 7% peke yake. Ile ingine yote inalipwa na serikali, either kwa loan ama kwa scholarship. Na kwa hivyo hakuna haja ya harambee. Na waziri alisema watoto wote waingie shule kama serikali inaendelea kulipa ile school fees. Ile model, Your Excellency, tunaona ni mzuri na itasaidia wananchi wote wa Kenya ndio tuweze kupata masomo. Kila mtu, tusipokuangalia pahali unatoka. Kama wewe ni wa familia maskini ama familia ya juu, sisi wote sasa tuko na haki ya masomo, na tutaweza kupata ile masomo kwa ile model ambayo imeletwa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Tunashukuru yote kwa hayo. Mungu awabariki, tunawapenda sana sisi watu wa mlima, na tunafurahia sana kushirikiana nanyi kila siku. Asanteni. Na jina langu ni John Kagushia, Mheshimiwa MP Mukurweini, Nyeri County. Your Excellency, wakati tulikuwa tunaendelea, mwenzetu Oscar Kipchumba Sudi ambaye ni engineer wa kiwanja na siasa akafika. So nataka tumechunga time kama bunge. Kabla ya kumpa Your Excellency, tuko na condolence na apology kutoka mbunge wetu wa Belgut, Mheshimiwa Nelson Koech, ambaye ako nje ya nchi kwa shughuli ya kiserikali na bunge,
na leader wetu wa majority ambaye ni senator wa Kericho County Aaron Cheriot, pia ambaye ako nje kwa shughuli ya serikali. Sudi. Asante sana. Kanisa letu takatifu la IAC, bishop wetu na pastors wote, Your Excellency Rigiji, rafiki yangu Mheshimiwa Cherorot na familia yako. Mimi pia nimechelewa kidogo, lakini naomba msamaha kanisa. Nimesikia umehubiri mambo mazuri yenye ningefaa kusikiza, lakini kwa sababu ya mambo mengine yale na pale nimechelewa, mnisamee. Nimekuja hapa kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya watu wa Kapseret na kwa niaba ya marafiki wengi hawajafika hapa kusema pole kwa familia ya ndugu yetu mheshimiwa. Pole mama wetu mzazi na watoto wako wote, mke wa ndugu yetu wakili na familia yote na viongozi wote walio hapa. Sisi wote tumekuja kusema pole. Najua kupoteza kijana mdogo kama huyu ni uchungu sana, na najua yale mnapitia, na tumesema sisi wote tukuje tuseme pole, na hiyo ndio imetuleta hapa rafiki yetu Cherorot kusema pole sana kwa familia yako. Pia kwa mke wa wakili nataka nikwambie pole na mtoto wako na marafiki ya watoto wako. Najua ile usito mnapitia kwa kupoteza huyu wakili. Tulisikia wakili aligonjeka kwa muda mfupi sana, na mnajua mambo ya kansa ni mambo ngumu, imetatisa dunia mzima. Nataka niseme tumekuja kusema pole sana. Sitaki kusema mingi kwa sababu nimechelewa. Nataka tu niongezee, niambie Your Excellency, hawa watu wa sehemu hii ni wakulima, na yale mambo yako unasukuma ile ya mahindi, kahawa, majani chai na maziwa, harakisha ndio watu ufanganishe hii watu wako na pesa kwa mfuko. Sisi wote hapa ni watu wa juu chini, na tukipata bei mzuri mambo yanakuwa mzuri. Hii Kericho watu wangekuwa nafaa kununua magari mpya, sisi wakulima wa mahindi tungekuwa sawa. Lakini unajua ile serikali nyingine vile maneno ilikuwa, na unajua Excellency, mimi na wewe kama ile watu wengine wangepita, wewe ungekuwa saa hii miezi yako ya 6 kule, sijui ungekuwa Manyani ama ungekuwa area gani, na mimi pia ningekuwa hapo miezi 4 miezi 5. Unajua sasa tushikane, wewe uko hapo kama deputy president, mimi niko hapa kama engineer wa maneno, tuunganishe hii maneno, watu wapate pesa kwa mfuko. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency, tuko na senators wawili peke yake hapa, na kwa sababu sitataka kuongea tena, I want to recognize Viva Africa, pahali kijana yetu alikuwa anafanya kazi. Hebu simama muonekane. Viva Africa wametawanyika kule. Kenya National Union of Teachers na KUPPET ambaye ni marafiki wakubwa wa Mheshimiwa Cherorot wako pale, Your Excellency, asante sana. Kwa sababu sitaongea tena, Your Excellency, baada hii nitaamusha Senator wa Bomet aseme mawili, awakaribishe waziri wetu ili apatie nafasi governor akukaribishe, alafu tutakuwa tumemaliza, Your Excellency. Lakini umeona kazi yako, umepitia hapa kwa mahindi imezaa 2 3. Wale wakora wa zamani walikuwa wanatupea mbolea enye wamechanganya na maram. Tukiweka kwa shamba tunafikiria tunaweka mbolea, tunaweka maram kwa mahindi. Sasa nyinyi ambaye mnajali wakulima, mumekuja mkatupea mbolea safi. Mwaka huu mtuchungie tu bei, pesa tutaweka kwa mfuko, wakati tunangojea ile ingine ya kahawa, ya miwa, ya maziwa na ya majani chai ambaye we know you are unrelenting. Wakati ulipata popularity hapa, Your Excellency, ni wakati wa ile debate ya mwisho. Unajua ile mama mlikuwa mnangangana naye yako na jina hapa, anaitwa Chepchilko. Sasa ile muliana debate, watu walikuwa na wasiwasi, wakasema hii mama anajifanyaga wakili, ukanyorosha 10-0 na ukaleta serikali nyumbani. Shikilia hapo, Your Excellency, tushikilie. Huyu waziri wako anaitwa Murkomen ndiye alikuwa anatushikilia hapa akiwa senator. Sasa tumemiss kwa sababu ulipeleka yeye executive, alafu ucreate hiyo bridge, tembeaga na yeye
ili ya kuambia ile makona tuko barabara mbaya, alafu nikikuambia moja unafinya yeye, Your Excellency, alafu yote inakuwa mazuri kwa niaba ya watu wa Kericho na watu wa Kenya. Ulitusaidia saa hii watu hapa chini. Unajua mimi naishi hapa Muhoroni, na ile vita ilikuwa hapa, watu wanafikiria ilikuwa mchezo. Siku ya maandamano ile vita iko kwa familia. Mzee na mama asubuhi wanang'ang'ania sufuria. Mama anataka kuwekelea chai kwa moto, mzee anataka kwenda na sufuria kwa maandamano. Hiyo sasa umetumalizia. Ile imebaki ni huu mzee wa kitendawili. Kwa sababu yeye ni kegeugeu, na mimi nakubaliana na wewe kwa sababu wewe ni truthful man. You don't like hypocrisy. How is it possible that wewe kama leader wa ODM unataka kuongea na serikali ya UDA na wale walishaona light wakakuja mbele yako kuongea na serikali, badala uwapigie makofi uwape heko kwa kupata network, sasa unawa expel? Where is the genuineness in this? Your Excellency, hata kama hii maneno ikiendelea hivi, ajambo hata hii toxic tupiliwe mbali. Kila mtu akae kwake. Raila angoje 2027 tumufurushe ya mwisho. Siku ile wewe unakuja 2032, hiyo mzee atakuwa kwa hii area, atakuwa akikuonea kwa view sasa. Asante sana Your Excellency. Sasa nataka kumkaribisha Senator wa Bomet aendelee kutoka hapo kwa ufupi. Asanteni sana. Kwa wale hawanijui, mimi naitwa Hilary Arap Koske, MP wa Kipkelion West hapa chini. Asante. Your Excellency. Ilikuwa wanang'ang'ana, shida ilikuwa mingi, au kuwa wanafika hata soko, na huyu Murkomen akaweka barabara karibu mwanangu kuja katika mapumziko. So tunaona kazi zetu, tukiona kazi zetu sio kwamba kufurahisha mwananchi peke yake, na kwanza kufurahisha Mungu, ndio tutajikaza zaidi. And they say a lot more will be done if we don't care who takes the credit. If you really want the work to be done, a lot more will be done. Na kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, we appreciate you. Hao watu wanakupenda. Hao watu wanakushukuru kwa sababu ulishikana na rais at a very difficult time. Wakati kama huu 2 years ago, we were living in so much uncertainty. Hatukuwa tunajua hata network iko wapi nini, tunaenda tu. Tukipata wewe, tupate rais, anasema huyu tutashinda huyu. Hakuna hata wewe kwanza ulikuwa unatuambia, unajua hii Uhuru nimekaa na yeye sana. Nilikuwa PA. Na mimi ni mtu ya mlima. Msijikue na shida. Huyu tunaelewa. Lakini sisi tunasema kweli kweli tunakupigia makofi, lakini tukipaki peke yetu tunasema hoi. Sisi tunasema kweli kweli tunakupigia makofi, lakini tukipaki peke yetu tunasema hoi. Tosikisiri kabisa. Tos chamej bujibo tuluoni kabisa. You know, Your Excellency, unajua hii uchaguzi uliopita ndio ilimaliza ukabila. Hii wasiwasi hii watu walikuwa nayo hapa, walikuwa nasema na hii watu wa mlima watapigia kura mtu mwingine mwenye sio mtoto yao. Since independence, since democracy ikuje mpya, this is the first elections yenye Wakenya wamekaa kwa kauli moja bila kuangalia kabila, bila kuangalia region, wakapigia kura William Samoei Ruto akakuwa rais. Na wewe you are very courageous because mtoto yao alikuwa rais, alikuwa anasukuma upande fulani, lakini wewe na timu yako mkakaa firm, mkasema we will be remembered for legacy ya kumaliza ukabila. Hatutafuata huyu kwa sababu ni mtoto yetu, tufuate huyu kwa sababu yeye ako na vision ya kubadilisha taifa la Kenya. Na mkapenda naibu wa rais hizo ambaye ni rais sasa, mpaka sisi wa sehemu hii tukajiuliza ni kama amependwa tena huko zaidi kuliko hapa, tukajikaza tena zaidi. Ndio sisi tunaogopa wewe ukisema shares tunakoila wa tails, kwa sababu tunajua kweli shares mlifanya ya kutosha ya kubadilisha nchi yetu. Na kwa hivyo tunakusupport. Asante kwa kuja ukaa Kericho ukapambana mambo ya chai. Najua wewe umekuwa very firm kwa mambo ya ukulima. Cabinet juzi imetangaza kwamba mahindi haitanunuliwa kiolela, itanunuliwa kwa bei yenye iko at a certain level, minimum price ambaye mlisema na rais itatangazwa, na wewe ulikuwa kipaumbele kuhakikisha hiyo price imekuwa na minimum set, kwa sababu tulihubiri minimum guarantee kwa farmers
Hao wakulima wako na haki kupata minimum amount, na wewe umekuwa ukisukuma hiyo. Kwa hivyo tuko nyuma yako. Wewe unasafiri Jumapili hii, unaenda huko ng'ambo kututafutia bei mzuri ya kahawa. Hii kahawa inatengenezwa hapa kwa hii Kericho. Kwanza hii constituency na ile inafuata iko na kahawa nyingi. Hiyo kazi unafanya, we will never forget it. We appreciate the work you do, Your Excellency, and we want to thank you na President kwa kazi mnafanya pamoja. Tunajua tulihangaika sana kwa ile serikali ilipita. Ukiona Mheshimiwa Cherorot na viongozi wa hapa, Senator ambaye ni majority leader wetu, ambaye Mheshimiwa Governor hapa, ambaye pia ni wabunge wote wenye wako hapa, women rep yetu hapa, kama vile wanakusumbua tutengeneze hii dam na hospitali, ni kwa sababu iko karibu 8 years late. And Your Excellency, we support you and the President in your effort to make sure that hii Kericho imeenda kusonga mbele. Hii Kericho tunategemea sana kwa hii bonde la Ufa, kwa sababu it's one of our richest counties. We want to make sure that Kericho inasonga mbele. Ile mambo mtu alisema hapa ya kukutafutia shamba, huyu Cherorot, wacha Mungu amsaidie, apate nguvu, alafu hapa Londiani bado kuna space. Pange haraka apange kitu, ndio akuwe hata jirani yako, alafu basi akishapatia wewe, mimi namwambia yeye patia naibu wa rais ile kubwa, na unipatie tu kitu ya backdoor yenye nitapata njia ya kuingilia ya nyuma, ndio sisi wote tukue watu wa kuishi sehemu hii. Your Excellency, Mheshimiwa Cherorot na waheshimiwa viongozi wa hapa wameomba barabara kadhaa hapa kidogo, na washakuja ofisi yangu. Nimekuwa na viongozi hawa wote. Wameomba barabara ya kutoka Londiani kuenda mpaka Tuya Bay ambaye inapitia mahali inaitwa Kimaut. Mheshimiwa, hiyo ni karibu kilomita 9, na akaomba barabara ya Londiani iende Hilltop Kisirichet na isonge iende Tuya Bay pia ikutane na hiyo ingine. Alafu wakaomba pia barabara ya Londiani kwenda Makutano ambayo ni 14 kilometers kwenda hapa. Nimekaa tayari na wale agencies kwa national government. Tumeweka design imeisha. Sasa tuko na mpango ya kutafutia pesa kidogo. Naomba watu wa constituency hii, mheshimiwa wenu msimsumbue tena. Wacha mimi sasa ning'ang'ane, nipambane na rais, tuone tutapata wapi pesa tuwatengenezee hiyo barabara iweze ikasonga mbele. Hii ni one of those constituencies imeachwa nyuma kwa sababu iko na a lot of benefit, lakini imewachwa nyuma. Mheshimiwa naibu rais, kuna barabara ingine imeombwa tangu zamani yenye inatoka Ainamoi pale inateremka kwenda hapa chini kwa my-in-laws hapo ya Fortenan, isonge ipige kona Mbogovale, ipande iende Tinderet na itokee penye tulikuwa kanisa na wewe kwa huko Nandi Hills. Hiyo barabara tumeomba miaka mingi, lakini mimi nataka kwa wakati wangu ikumbukwe kwamba ingawaje iliomba mwaka mingi, ilitimizwa nikiwafanyia wewe na rais kasi kama mtu yenu ya mkono. So kumajage hiyo barabara na hata ngobuana bigap kutit kongete Transmara koma lazima kubundiun, lazima kubunwa golen jamge away Pokot. So nitahakikisha kama nimesema Your Excellency, hiyo barabara ndio itabeba marakwe na nini kufikisha soko haraka, kwa sababu hii valley iko na potential ya kubadilisha dunia hii yetu, Your Excellency. Kwa hivyo tunang'ang'ana. Tulipofika ofisi, barabara yetu ya Sondu kwenda Kapsoit Sondu ilikuwa mbaya. Contractor is on site, tutahakikisha hiyo itamaliza. Mimi nataka kuhakikisha maja moi wa pick up Kericho kiko torete Jova kigimi oleya kigimi be kwenet kotoma elections na kigitinyoin akotane kimangan kabisa la tos kitano kiteyu ikageit kemeche kemochi Jehova kelechi kongoi. Namba 2 kimeche keratake keeku kit agenge. Sasa ngine wakasa alak changaloloti siasa kole kala kilia bikap Kolenjin kobo surumet agenge, kila kokap Korkon agenge kimeche kenamge keeku kit agenge. Akamache alechi mheshimiwa governor alikuwa na mimi jana, kagimi tuwai
konyo kosom barabaroshek chechang chebo town, Kericho town, ano. Kakayenchi. Akon kande sei, chekama chamat onde sei, lakini kale de, omu Kericho koka. Kichope barabaroshek choto mi town, kotomo ngalekab mashujadi. Lakini governor, pambana hapa kwa ground. Hapa. Unajua kidogo, wewe umekuja, wewe ni one of the governors umeingia kihasla. Ile ya kihasla, literally tu. Na bado mimi naona wewe unakaa hasla. Hata hiyo socks haingiani na hiyo longi, lakini sawa. Yeah? Unajua ni sawa tu, kaa namna hiyo. Lakini what you make sure you do, tembea vijiji, panga maneno. Ukipata mahali haina mara imekwama na inataka bridge kidogo, hata kama ni account, pigia mimi simu tuweke pamoja. Kwa sababu we need to make sure that our people wanakaa kwa kitu kimoja. And I want to thank watu ya Kericho kwa kuchakua rafiki yangu ambaye nilimshika mkono alipoingia Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot. He is doing a fantastic job. He is doing a fantastic job as majority leader. Si yeye ndiye alichukua kwa mikono yangu. Na mimi naona anafanya kazi nzuri. He would have really want to be here, Mheshimiwa Cheruiyot, you know that. Lakini kwa sababu ya safari yenye alienda hakuweza. Let us work together as one team tubadilishe ili nchi yetu iende mbele. Kwa hayo na mengi sasa, wacha nichukue nafasi hii kukaribisha huyo hasla Mheshimiwa Governor Eric Mutai akuje ndio akaribishe Rigiji mwenyewe. Asante sana. Your Excellency, I was just confirming if the songs are okay. Lakini najua wewe na mimi ni mahaslas tu. Hata hiyo tools kubwa kama Serena wana avoid many times. Kwa sababu kuna siku wabunge walichukua kule kwa mkutano, nikajipata kuna vitu ya kuweka hapa white TV, nikakosa yote kaanguka chini. But nonetheless, Your Excellency, thank you for coming. And before I make some few remarks, thank you, CS Murkomen. Before I make some few remarks, we have our able Deputy Governor, my brother, Engineer Fred. Let me invite him to come and peana pole zake. Karibu sana, Mr. Fred. Your Excellency, Deputy President, Your Excellency, Governor, Waziri, Murkomen, viongozi ambao wako hapa na sisi siku ya leo, yangu ni machache. Nataka kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kusema pole kwa familia ya Mheshimiwa Cheruiyot na mke wake na watoto kwa kumpoteza kijana Vincent ambaye mimi nilikuwa namjua. Huyu Mheshimiwa Cheruiyot tumetoka naye mbali. 2002 wakati alikuwa anagombea kiti cha Kipkelion, mimi nilikuwa mrengo ingine ya siku hiyo tulikuwa tuna support Mheshimiwa Kibaki kama president, na wengine walikuwa wana support Uhuru Kenyatta, na mrengo wetu tukiwa na kina Cheruiyot tuliweza kupita na Mheshimiwa Kibaki akakuwa president. That time nilikuwa tu nimemaliza, nilikuwa nimegraduate university and we wanted change. I want to take this opportunity kusema ya kwamba naibu wa rais, naibu wa rais amekuwa rafiki wangu wa karibu sana kwa muda, na hii safari yake ya kuwa naibu wa rais, kuna wakati mmoja tulikuwa naye ofisi yake akaniambia, engineer, unajua hii kiti ya rais, huyu kijana wenu mimi naona atakuwa rais 2022. Na mimi nataka watu ya Central tutajipanga hivi alafu tuone. Nikamuuliza, na sisi tunajua watu ya Central huwa hawezi kutuamini sana. Yeye akanihakikishia kwamba sisi watu ya Central, that was 2018, tumesimama na kijana wenu na utaona. And we want to thank you kwa hiyo msimamo, na sisi tutarudisha hiyo mkono wakati wetu ukifika. Unajua sisi naibu wa rais, saa hizi Kenya kuna watu watatu ambao wanasema ukweli sana. Mtu wa kwanza ni rais mwenyewe. Rais amekuwa ni mtu ya kusema ukweli kwa dunia mzima. Jana tulipokuwa na ile conference ya mabadiliko ya hewa, yeye alisimama na akaambia dunia mzima ukweli, na watu wote sasa wanamfuata rais wetu kuleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya na Afrika nzima. Mtu mwingine wa kusema ukweli ni naibu wa rais. Yeye ni truthful man.
na mtu mwingine wa kusema ukweli ni mimi hapa engineer, mtu wa kusema ukweli Kericho. Kwa hivyo mimi niko hapa na nashukuru sana watu ya Kericho kwa kusimama na sisi, na tutaendelea hivyo tukishikilia maendeleo ili tuweze kufanya kazi pamoja. Otherwise, nawashukuru sana kwa kuja na kupata nafasi kuja kunyumuika na sisi kusema pole katika familia ya Cherorot. Asante na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa wetu Fred. Kabla sijasema machache, Your Excellency, wamama wawili hapa, they began in a very good way and it was a very good spirit. That is the three mama counties. Na wakapea sisi changamoto kama wanaume na wamama. Wakasema kila mtu sema wamama wapeane haki. Mimi vile vile nataka niseme pia wanaume wapeane haki. Na wakati wanapeana haki yote, wase pia tuchanganuke kidogo. Kama mama anafaa ile t-shirt imeandikwa Sengenge ni ng'ombe, badilisha kidogo kwingine. Kama anafaa amesema Cherorot tosha, nunulia t-shirt nyingine mzuri ndio maisha endelee mzuri. Your Excellency, I'm here to condole this family. Not really as a governor of this county, but because these are my family members. Kwa niaba yangu na jamii wetu wote, kwa clan yetu, Cherorot yeye ni chairman wetu ya clan, na mimi na huyu Hilary Sigei na ule Sebuleni, sisi tunakuwa watu wake wa mkono. Na kwa hivyo tuko nyumba ya papa kusema pole, and to also say that may God rest our brother in eternal peace. Secondly, Your Excellency, this young man, Vincent, when I was in Form 4 at Retain High School, he was in Form 3 and he was just a year behind me. Kwa niaba ya alma mater wetu wa Retain High School, pia nataka niseme pole kwa kijana wetu, and we will continue praying and supporting the family even at this hour of need. La tatu, Your Excellency, is just to confirm that indeed, Cherorot, you have walked this journey. It was a painful moment. When I was in Kana, I reached you out on phone because I knew it was a very difficult moment. I couldn't believe what I saw. We talked together. We condole with the family. And I want to thank Kericho County, ikiongezwa na speaker yetu, na ma MCAs wetu wote, because they took time na wakakuja hapa to condole with the family. And that is the strength and the unity that we have as a county, even at this hour of grief, that will always shoulder the burden on behalf of each other. Mwisho is that where you've been in the forefront, ya kuleta reforms in this country. One of the greatest reforms that you are leading ni maneno ya kahawa, maneno ya chai, na maneno ya masiwa na mahindi. Sisi kama county governments, we are solidly behind you to ensure that the farmer gets what belongs to them. Example, Your Excellency, hapa Kericho, Kipkelianis tuko hapa. This is one of the few sub-counties in Kericho which has no cash crop. The only crop they are relying on is maize. Na sisi kama county tumeweka 45 million so that we can build a maize miller for them, and people hawa watu wenye waleka sufuria kwa kichwa wasipate mahindi kutoka hapa Kericho. We are not selfish, but we are just protecting the farmer. Tayari, the contractor is on site, and this is one of the projects I'll invite Your Excellency when it's done for you to come and launch, so that we give guaranteed minimum returns to our farmers as we move forward. We also have a plan through the support of your office, Your Excellency, and we plan that the two wards where we are today, Londiani and Soget and Denham, we want to make this area a complete biretram zone, because in the past, this used to be an active biretram zone, and we are committed to make sure that the farmers will support them through our cash subsidy as a county, so that they are able also to get cash crops within hapa hivi. La mwisho, Your Excellency, jana na shukuru Mwenyezi Mungu na kwa serikali yako na William Ruto. Out of it, I was able to have a robust engagement with our CS Murkomen, my brother Murkomen, and our sister Nakumija in preparation of Mashujaa Day. And out of your blessings and that of the President, I'm happy that today, as a county government of Kericho, tutakuwa na hii referral yetu hapa Londiani very soon, because Nakumija herself confirmed to me that things are in pipeline through your blessings, and soon we are going to have this referral. And let me just tell the people of Kipkelion, if there is one man that truly loves Kericho and people of Kipkelion, His Excellency the Deputy President. I remember when there was a debate
on where this facility should go, Your Excellency, you called me. And you made it clear to me that, Governor, consider that area of Londiani and Kipkelion is because it's a marginalized areas. And I say, Your Excellency, after your phone, I'm very loyal. Na maana kama county, tushatenga shamba pale, already we have fenced it, and we are just waiting for the last things to happen, and I know your government is committed to finish this. Murkomen asema asante sana, my brother. You agree that before Mashujaa, you'll do for us almost 22 kilometers of tarmac in town Kericho. Na tayari umeshaweka signature. You are a true brother of this county. And on top of that, kwa ofisi yako tukakubaliana ya kwamba ile airport ilikuwa imekwama kule Kerenga, that we are going to do something on it, and we will work out so that His Excellency the Deputy President before Mashujaa Day will come and launch the beginning of works in the Kerenga airstrip, and that will also boost the economy of this county and help this county to move to another level. We are committed, Your Excellency, to make sure that we grow as brothers and sisters and make this country to move forward, because that is the calling of every leader, even as we move forward. Amaja amagi chogouni. Kiko bek kasarta nigi pa siyasa. Kikisoam ngechurok kwa neema ya Mwenyezi Mungu kwa kanapte kiptayat kaitunrau. Alage neche ko mamigo mangunet. Ako deputy president ako president ko makinam ka mangunet. Lakini ko kamune cha metab Jehova ko gone nafasi kaitunyu asige chimbik imanit ko yuga moito bishop. Sige toret chima muchege age toret chon notabu shek age kanapte money. Kita genge tunama shang magune. Kotab kolenjin kwa genge. Kako somurgo menge lenji ko tiachorani ko kotago boko tuya ako masibo Nandi ako all the way to West Pokot. Angamugi moche gituyen kotab college ngongeten Transmara all the way ako Pokot. Inguni ko kibangan kele Eldoret Airport. Kebaishen keiben agricultural products the airport of Eldoret. Kuma gimache ketengange anagiburgele miro gipsigis, miro Nandi, miro Bogochek achicha. Ki kot akenge kotab college age moche ga ipaishet kwa pamoja. Tukuk alak ko yo aksentayun. Ako gunigiti la itoriat na don Arabruta. So mbajo samin Wasiri Murgomen yani miro imitenga. Marargo mnye engaro. Agiti ay tugu ko jorge ngonyiro. PS Rono ko nya PS Rono. PS Rono nguni ko ya tebe Arabruno mo munye ene mani. Ko ngateno limanyeri ako yugo ya tebe. Arab Chirchir Davis. Ko ngeleje Davis ichunda mat kabisa ko la tugu ene mani. Ako nguni wala lete ni metunguni. Lete ni metunguni kwa Kenya msima ako mbese kama sebe college. So maja so amgutio. Ale ya ngale estimate kama estimate nyinge na kwa go wana tinyale like maja. So kama estimate ale. Ya gro ba estimate ni money. Ko kisoma kene Murkomen kelinji okwek tukul go boga. Age macho torde chenga yongi ile kage kama counties angamungo tap college kwa genge. Magimu waksege chego tap college akta yungi bendi kena mege utugul asokobit ke boishet. Your Excellency, you are our son, you are our brother. The spirit you have for reforms in this country, your position on many things inspires so many of us. When you tell Raila on the face that this handshake and this bipartisan is nonsense, we are solidly behind you 100%. Because we must also work out of machination, out of blackmail, so that we accept when election is done, it is done. And what we need to wait for is another election so that we can contest. Because Kenya is a democracy. We love you so much. We cherish your presence. You are a strong man to us. Sisi kama viongozi vijana will always be coming to your office for mentorship so that you can hold our hands and move together. Kotoma Bishop Kogele ine mayai mone ko ine kimoche kitio kengeti ine legele nenye. Aya sawa kesunen. Kile kimoche kitio kengei ko kenamge tuguleun kama viongozi. Akiguye kelemone kuma muche kota arote ka siasa. Ane kwa governor kete tuye ne kimoche kunyota. Asike kurge viongozi tugule age bangan ge enta yuno tuke kibendi ene mone. Ako somole kot kumigint ne ngwan kabisa ngotab Kipsigis. Ko yon kaginam lagokab biik ageus to a point na kakiba mashishi komiten chito nemara kakina kama iwek yongirire kouni asoko ngalal. Komami kingwan nesire noton ako motibetab kotab Kipsigisiek. Alak chengololdos
komokyingei toretet kesapoten ak kesochi kosir kwonyik ak kominot kawek en imbar sikosopcho sikebe tai en emoni. Angamun makimuche kesop en Kericho ni, ak amwa kwa governor nebo county ni, ile maneno ya junction, nataka niseme hivi leo, if there was a mistake that was done there, so nyamaza kwanza. Emmanuel, wewe nyamaza bwana. Ana la kibiti sisa moja joke. Amasha mbago unim. Kutko miten kitake tugul nigi yage nyoto. Kuma instructions as the governor, kuma guru yegemo kutorge making sure kele kabwa toye koyarambe. Mimi mwenyewe kukabirisi moishek ngamegona notice a day to it. Aka ngmai gongwe fiongozi chiki bwa tugul aka nyogo robisha joto. Kina sambe kitogonim. We have sorted the problem. Kutko michi, if there is anyone here, because we have already sorted the problem that was there or the imagined problem, and every victim has received their money. But if we are not careful, we will be heading a very dangerous path as Kipsigis and the community if we will be using matters of debt to gain political mileage. That one will embarrass us as a community. I will not move anywhere. You are a truthful man, Your Excellency. I'm equally a truthful man. If when we get to an office and we feel there's a problem, the best thing is to call the officers in question and ask them how can we move forward. They gave me the brief that the money was there and there were more victims coming. And I instructed them that within 1 week or two, make sure that you have cleared the victims. They were able to clear, pay every single victim. If there is any victim here who has not received money, I pray that you come forward and we'll be able to give you the money. I have had Emmanuel and the small team from Barshele that were put to Gaben Hekol here. If you are a victim, tell me you are a victim, number what? Come to the office early in the morning. We pay you the money so that you are able to move forward. With those few remarks, Your Excellency, is a lovely county. We love you so much and we treasure your presence. Karibuni sana, Your Excellency, to address. Let's all remain upstanding as we wait. Asante sana, tafadhali tuketi. Felicitas mjane wa marehemu, Stacy mtoto wa marehemu, Mheshimiwa Cheroret na familia yako, baba askofu na kanisa, Mheshimiwa waziri wetu wa barabara, gavana wetu wa Kericho, naibu wa gavana, senators, members of parliament, marafiki na jamii na wale watu wote wamefika hapa Chamge. Yomne. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Hata mimi nimefika hapa leo kwa niaba ya Rais William Ruto na familia yake. Amenituma kumwakilisha katika hafla hii ya kumsindikisha wakili marehemu Vincent, na rais amenituma na pole. Aliweza kuwasiliana na Mheshimiwa Cheroret kwa simu na mke wake na akapeana pole zake. Rais ameshikamana kabisa kwa sababu ya ile kazi ilikuwa Nairobi na safari zingine za kitaifa ambaye anapanga, na akaniamrisha nifike hapa nimwakilishe. Pia kwa niaba yangu mimi mwenyewe na mke wangu Pastor Dorcas na vijana wangu Kevin and Keith, nataka pia niseme pole kwa mjane, kwa mtoto Stacy na kwa wazazi Mr. and Mrs. Cheroret. Hili ni pigo kubwa na tunajua ile uchungu uko katika familia hii. The late Vincent was at the prime of his youth, at his most productive stage in life, na kumpoteza mtoto wa kwanza tena wakili ambaye ni mchanga ni kitu ambaye ina uchungu mwingi sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Cherolet and your family, we are praying for you as I told you on phone, and we are together in this journey.
na huyu mtoto Stacy ametuuliza na ikanigusa sana ya kwamba asione sisi leo siku ya mwisho, na amesema tuendelee kuwashikilia na kuwatembelea, na akaendelea kusema hata sisi tukiwa tuko chini watatukumbuka. Those were very powerful words coming from a child, and I want to ask all of us ambaye wako hapa muendelee kuombea hii familia na kuishikilia. Baba wetu askofu na kanisa, nataka kushukuru nyinyi. Wakati ya majonzi ndio watu wengi huelewa maana ya kanisa kuwa karibu, kwa sababu saa ingine tu watu naenda kanisani Jumapili, naenda nyumbani, narudi, naenda, wanaichukua tu ni msaha. Until you have lost a loved one very close, kanisa inakuja kwa maombi kila siku, inakuja na shikilia familia, ndio watu wanaelewa maana ya kanisa katika maisha yetu. Kwa hivyo mimi mheshimiwa, I would like to assure you of the support of the president and I and the rest of us. If you need anything from us, we are call away. Na ningetaka kukuuliza kwa heshima, sasa wewe ndio baba ya hawa watoto. Huyu Felicitas, that is your daughter, that is your grandchild. Shikilia hiyo familia, lea huyo mtoto vile babake ambaye ametuacha angependa. Umsomeshe, atakuja kuwa kiongozi, atakuja kuinua jamii. Kwa hivyo sisi zote tumekuja hapa kwa sababu ya hayo. Juu ya hayo, huyu mheshimiwa Cherolet ni kiongozi ambaye for the short time amekuwa kwa bunge, ameonesha umaarufu katika uongozi, ameonesha ako na mpango na ako na mpangilio ya kusukuma Kipkelion East to the next level. Mimi nataka kuuliza nyinyi kwa heshima, muunge mkono, mumuombe na you support him. Anatuangaisha na rais pale na mawaziri kila ofisi, akienda kufuata mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya TVET, mambo ya harambe ya kanisa, anatusukuma. Na usiogope kusukuma, sisi hiyo ndio kazi yako. Kusukuma mimi na rais, hiyo ndio kazi yako. Wale watu sukumi tunajua watazama. Ukiona mjumbe hapigi simu, hakuji, mwaka moja imeisha, si hiyo ni mtu ya kwenda nyumbani? That is a sign. Ukiniuliza sahihi ya kwenda nyumbani nitakwambia, lakini sitaki nitaje hapa. Lakini huyu Cherolet, the way he have started, kanyangia hapo mbele iko sawa, kanyangia hapo. Pana choka kuingia mimi ofisi. Hiyo ofisi ya bwana ya mtu ni ya raia. Usipate ati waziri anazunguka hapo na kitu ufikirie ni yake na bibi yake. Bwana, ingia huko useme unataka hii na hii na hii, na ukiendelea utapewa ndio uondoke. Siku mimi nilikuwa mjumbe, nilikuwa nikiambiwa nikuje saa 1, mimi nakuja saa 12. Nikiambiwa waziri yako na kazi kuja kesho, mimi narudi saa 7. Jioni niko hapo. Masekretari wanasema ile mheshimiwa ya kusumbua, malizia hii mtu atoke aende. Na mimi nikapata maendeleo mingi sana kwa kusumbua hiyo. Kwa hivyo wewe Cherolet, that is the way, endelea hapo. Mimi juu ya kupeana pole ningetaka niseme kuna mambo mingi imeongelewa hapa, and I want to confirm watu ya Kericho. Kupata maendeleo kwa serikali ya William Ruto is not a privilege, is your right. Is your right. You are entitled to development. Kwa sababu mlipiga kura. Kwani kura mlikuwa mnapiga ya kufanya nini? Si ya kutafuta maendeleo. Politics is a struggle for scarce resources, to decide who gets what, when, and usually not why. So hii kura tulipiga ya 2022 ndio itafundisha watu kupiga kura tukienda mbele. Watu wasifikage unapiga kura tu unafikiria ati ni mchezo, alafu uchaguzi kiisha, si uchaguzi imeisha sasa tufanye kazi. Hapana. Sasa mimi nilipigiwa kura hapa Kericho tukiwa na rais. Nikiitwa pahali sikupigiwa kura, hiyo siku ikuwe imekuwa siku moja, tarehe moja, iko Harambe huko na iko hapa, nitaenda wapi? Si iko namna hiyo? Najua wapendagi mimi kwa kusema ukweli. Wananiingilia, lakini mimi nasimama na ukweli wangu kwa sababu ukweli ni wa kudumu. Mambo ya fertilizer. Tulipoingia wale watu ya handshake walikuwa hana haja na kilimo. Mbolea ilikuwa 7,000. Hawakuwa wanashughulika.
hawakuwa na haja. Ile kidogo walipeana kwa SPB inauzwa, unaikuta kwa Agrovet. Si ilikuwa namna hiyo? Mbolea tumeleta na 3500, tumeregister wakulima, kila mtu ametumiwa message, amechukua mbolea yake, amepanda, mazao ndio hayo. Nimekuja kwa ndege naangalia, roho yangu na duda kwa furaha nikiona ile kazi imefanyika hapa. Rais amesema bado amepunguza mpaka 2500. Sasa kwanza sisi watu wetu wale wako na shares mingi kwa hii serikali, nyinyi wakulima. So mbolea ikija haka iko makosa gani? Iko makosa? Sasa tumeanza registration ya pili ya farmers. Mjiandikishe na mchukue mbolea. And we have asked governors, kama haijafanyika hapa, we'll have to ask governor wa Bomet na huyu Mtai. Tulikubaliana mfanye last mile. Mfungulie store iende kwa vijiji. Ndio hii wakulima waache kutembea, hiyo masaa ya kutembea wakuwe kwa shamba. Si ndio? So we have asked the governors na tumekubaliana. Na hasa hawa wetu wa Kenya kwanza, hata hakuna kitu ya kuongelea. Hiyo ni amri. Nyinyi ni wa boma yetu. Sasa kwa boma iko mambo ya kujadiliana. Kwa katika wale wengine wanaweza kataa. Wakikubali ni sawa, lakini wetu wale wa Kenya kwanza. Governors mfanye last mile, mtafute store, msafirishe, wakulima wachukue hapo, waende kwa shamba. We don't want farmers to waste time kutembea bahari mbali kutafuta mbolea kwa sababu mbolea iko. So let us take advantage, governors tusaidie. Mambo ya inua jamii, mambo ya wazee over 70 years. Tulipofika pale walikuwa na ngoja mwezi 10, mwezi 8. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na hawa. Viongozi walikuwa kwa rege, wanacheza rege. Sasa akina mama wazee wanaumia. Rais ametoa amri, tumelipa kila mtu up to date. Tena amesema by 28th of every month wazee wapate haki yao, na ndio watakuwa kwanza kupata, ndio rais na mimi tupate na hao mawaziri. Treasury wakisema hakuna pesa ya kutosha, tunasema toa ya wazee kwanza wapate, sisi wengine tunaweza ngoja. Sisi tunaweza ngoja. Sisi hata tukilipo tarehe 5 tarehe 10 iko makosa. Wazee by 28th. Lakini tumefungua second phase ya registration. Mesikia huyu Francis Gay alikuwa bosi yangu, alikuwa PC, mimi nikiwa DO. Alikuwa anatukasa sana na alikuwa mtu anafanya kazi vizuri. Sasa wewe PC unasema ati muongezwe shares ati ya wazee. Hakuna kitu kama hiyo. Kila mtu amefikisha miaka 70 aandikishwe apate haki yake. There is no discussion. And if that is happening in Sotik, Bwana County Commissioner, there is a problem. You need to find out and tell me before I go what is the problem. Nani huyo anabaguka kusema ati iko watu wachache? Hakuna. Bona umefikisha mwaka 70. Hata kama the whole of Sotik wamefikisha 70, wapewe wote. So utaniambia before I go. Find out if kuna mtu watu yako your DCC ama wale watu ya registration wamefanya hivyo, you confirm, wataondoka kabla niondoke. Si ndio? Because tumekubaliana kila mama mzee amefikisha miaka 70 aandikishwe apate pesa yake. Na waziri wa social protection Florence Bore anatoka hapa. So how do we have a problem in Sotik? So let's find out what is the problem, but ni ya kila mtu. Hakuna kubaguliwa, hakuna allocation, ni wale wote wamefikisha miaka wapewe. Nikitoka hapa mambo ya barabara, Kipchumba hako hapa. Sasa si ni waziri, hii mtoto wenu. What is the problem? Si yako hapa. Si mnajua ofisi yake. Sasa unless mnataka kumshtaki kwangu, alafu ni maana na yeye, kwa sababu nimesikia akiongea hapa Kikale. Wacha nikwambie Kipchumba, najua wewe hujui. Huyu Sudi unajua ni rafiki yangu. Huyu engineer. Nilipopoa hii kazi alinikatisha chini. Akaniambia unajua kwa boma ya mfalme iko watu 3 4 ya fitina. Wakale wote karibu kwa 100 ni wazuri, lakini iko 1 2 watu ya fitina.
Wewe ndio usipate shida, wacha nikufundishe Kikale, fitina ikija hapo kwa rais unaelewa. Sasa Murkomen anasema mtatengeneza barabara iende mpaka Pokot na isipitie kule kwa watu ya maandamano. Ati anataka ati nisisikie. Sasa mimi nikisikia na ni mtu wenu iko makosa. Mimi kwanza niko hapo. Sasa hata Yesu si alianza Jerusalem. Sasa wewe Murkomen ukipea hii watu barabara iko makosa gani? Wewe kama uwezi pea hii watu ya barabara ni wakwetu yeri utapea. Sasa wewe ujifiche, wewe sema wazi nisikie because hiyo ni muziki kwa masikio yangu. Mimi nikisikia mnapata, si nyinyi mlinipatia kazi. Nyinyi ndio mlinipatia kazi. And charity begins at. Na hata Yesu alianza Jerusalem, alafu akaenda Judea. Wewe Murkomen kabla hata hujaenda wewe saidia hii watu ya nyumbani. Saidia watu ya nyumbani. Itakuwa makosa Murkomen hii watu kulalamika baada ya barabara, mambo ya barabara na wewe umekuwa waziri. Mimi najua iko matatizo mengi ya pesa. Tulipata shida mingi. Mlisikia nikisema pale Kasarani tulikuta store hakuna kitu. Hata panya walikuwa wametoroka hakuna kitu ya kukula. Hii watu ya Azimio waliiba kila kitu wakaenda naye. Ingine waweka Cayman Island, ingine wakaweka Uingereza. Sasa tumeanza kazi mpya. Rais anang'ang'ana usiku na mchana. So huyu Kipchumba msimpige sana, iko kitu. Sitaki niongee sana. Najua mambo yetu hatutaki ijulikane sana. Iko maneno inakuja. Si mumeelewa? Ama mnataka nipitishe hapo? Iko maneno namna hii. Nyinyi mnyamaze. Mnyamaze. Sisi ni watu wetu. Iko maneno pole iko kitu naundwa karibu hivi. Itakaa tukikaa mnaanza kuona nyoe basi. Kwa hivyo hiyo iko sawa. Mimi ningetaka niseme mambo ya maji. PS Engineer Rono anatoka hapa. Alafu iko nini ya kuongea? Si anatoka hapa? Mumaliza mambo yenu. Mimi nataka kusikia kuja fungua hii maji, kuja fungua ile, mimi ndio nataka kusikia. Hapa. Kwa hivyo hiyo mtaendelea naye. Tukitoka hapo niseme na huyu Chelule ameongea vizuri sana. Huyu Wanjiru huyu Nakuru. Huyu nilimpigia kampeni sana. Na huja niita unichinjie. Unajua vile mimi niliumia hapo. Nikiongea na watu ya lugha ya nyumbani wakuchague. Na watu wetu walikataa mambo ya ukabila. What CS is saying is right. 2022 elections iliua ukabila katika Kenya. Many of you had doubts kama watu ya Mlima Kenya watapigia William Ruto kura. Si ni kweli? Because ya ile historia ilikuwa hapo. Lakini mimi naambia hao relax. Sisi ndio tunajua hii watu. Tunaongea kana usiku. Unajua kwetu mambo tunaongea usiku. Mchana hatuongei. Najua si ni maumau. Mambo ya maumau ni ya usiku. So unajua wale wenye kutupiga usiku tukiongea walikuwa wanakunywa pombe. Sasa wajui ni nini nafanya nini? Inaendelea. Mimi nikaambia hao Kipchumba nyinyi mrelax. Nyinyi mwende mtayarishe kura yenu. Ya mlima itakuja inaijae. Kwa sababu sisi tumeamua. Kwa sababu sisi watu wa pale. Kwanza sisi ni wangwana. Na sisi ni watu tunapenda haki. Na juu ya hayo sisi ni Wakristo. Sisi mtu hajakosea sisi. Hatuwezi piga. So huyu William Ruto alikuwa ametutendea mema. Alikuwa ametupenda. Ametutembelea. Tumemuelewa. Tumeelewana. Tumeona hako na sera. Tumeona hako na maono. Alafu mwingine akatuambia tumpige atu wamekosana. Tukamuuliza mkikosana sisi tulikuweko? Hatukuweko. Sisi ni watu tuko na miaka 18 kwenda juu, kila mtu ako na kitambulisho. Sasa mtu yuko na kitambulisho utambebea akili. Sasa tukamwambia yule mtu ya kwetu, wewe piga kura yako pale unataka na bibi yako na watoto. Sisi tumejipangana na hii kijana ya Kipteres. Tumepanga. Tumemaliza. Sasa sisi ni kungojea siku. Kwa sababu sisi ni wangwana. Sisi kitu hatupendi ni usaliti. Ukitusaliti tutakuchukia. Na yule alisaliti William Ruto na hakuwa mtoto wetu, lakini tukaona ni mbaya kwa sababu hatupendi usaliti. Tukasema huyu mumesaliti huyu. Huyu mnaangaisha. Huyu mnadharau. Huyu ndio tutainua
ndio tuoneshe nyinyi hatupendi usaliti. Na hiyo tukafanya. Na pale sisi tuko kwa President William Ruto, tunangoja siku hii inakuja tumalize. Hatuna shida sisi tukipenda mtu tumependa. Tukikataa wewe tumekataa. Hii mzee akitendawili amenikuta kwa mazishi hapo juzi. Hapo Nyandarua. Akaniambia, wewe kwa nini hutaki mazungumzo? Kwani unaogopa mazungumzo? Wewe kubali tusungumuze. Mimi nikaamuka na kumwambia mimi siogopi mazungumzo, ile mtu unaogopa ni wewe. Kwa sababu pahali yote umeenda umeharibu. Ulikuwa kwa Moi ukaharibu. Ukakuwa kwa Kibaki ukaharibu. Umechukua mtoto wetu Uhuru Kenyatta umekoroga yeye umemchanganya amepotea. Sasa tunaona ukikaribia William Ruto atapotea. Hiyo ndio shida yetu na wewe. Nilimwambia kama ameketi hapo. Nilifanya mzuri ama mabaya? Nilimjibu hapo. Kwa sababu ni mzuri kuambia mtu ukweli. Sasa walikuwa wanajaribu kuja hapo kwa rais. Juzi nimetoka nimeenda ngamo nimeenda Italy. Wanajaribu kupitia huko. Nikaitwa nikarudi haraka. Kwa sababu pale unajua kazi yangu pale ni rahisi sana. Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto. Na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kungangana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalie akaribia rais? Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa. Alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona. Kila bahali nimeweka. Na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Kwa sababu uwezi mtu ameharibu serikali 4 umkubalie akuja ya 5. Si ataharibu? Juzi amekuja pale KICC, nimemkaribisha vizuri. Simuliona? Kwa heshima kwa sababu yeye ni mzee wetu, amekuja, tumemwalika. Sasa kuliko aende yaketi kwa kiti yake, anataka kuingia marais mahali wamekaa wale wamechaguliwa. Na hii mtu kuna mtu amemchagua. Sasa ile nyumba hata Kipchumba huyu na waziri hawezi ingia. Ni marais tupu wamekaa. Marais wamejaa pale. Ati anataka kuingia pale akae na marais. Sasa watu tunauliza huyu ni rais ya wapi? Lakini pale kwa hall tumempa kitia ya heshima. Hata alikuwa namba 4 kutoka kwangu. Amekaa pale kama mzee anasikiza maneno. Akikaa usingizi ukizidi anangorota kidogo sasa zinaenda. Kuna shida? Na huyo ni mzee wetu na nilimwambia siku hiyo tunataka tumchunge, tumpagie retirement yake, tutafutie askari, tafutie gari, nyumba ya kukaa, akitaka pikipiki moja ama bili ya kumuongoza, there is no problem. Kama iko makosa, aende nyumbani apumzike. Iko sasa hiyo miaka 80, sasa ina miaka nasonga. Na mwili ni ule tu. Si ndio? So, nyinyi msikuwe na wasiwasi. Nyinyi kazi yenu ni kumuombea rais. Wale watu wangetaka kumtatiza hiyo kazi mniwachie. Na mimi niko hapo. Mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Unless watu ya Kericho mniambia tukubalie iharibiwe. Si tulitafuta na shida mingi. Huyu William Ruto walimtesa. Nimefika pale kwa nyumba alikuwa anakaa. Nimekuta ilikuwa inanyesha kama mchana. Alikuwa kila nyumba ameweka sufuria ya kuteka maji. Choo zote zimevunjika. Maji imekatwa, stima imekatwa. Mtoto wa mwenyewe. Si hata yeye ni mtoto wa mama. Walimuumiza huyu rais. Mimi nilienda pale nikatoa machozi. Sikuwa najua ameumia kiasi hiyo. Sasa nikamuuliza, wewe rais, mbona uliumia namna hii na hukutuambia? Akaniambia, sasa kama ningeambia nyinyi pahali mtu amenifikisha mungenitoroka. Mungeona kama hatuwezi toboa. Sasa mimi nilikuwa nasema tuko sawa, lakini ni kweli nilikuwa nimeumizwa. Sasa hao watu walituumiza, wakaumiza rais wetu. Ati sasa wanataka kuja kuketi kwa meza. Sasa mimi nauliza, yeye anasema nataka kuketi na rais. Anapita kwa rais wa Tanzania, muongelesha rais tuketi.
anaenda kwa Obasanjo, mwambie rais tuketi. Ni sawa. Rais akiketi na wajumbe ya ODM, anafukuza hawa. Is he genuine? Is he genuine? Na ndio mimi nimemwambia huyu kijana hapa, Aaron, mimi nampenda sana wakiwa na Ichung'wa. Ni watu wangu. Lakini nimewapigia simu juzi, nimeuliza kama wana kazi ya kufanya. Kazi hapa Kericho imekwisha. Wakuje wafanyie wananchi kazi. This should not waste time. Huyu mtu, he is not genuine about any dialogue, any discussion. Because if he was genuine, why is he punishing members of parliament who has come to sit with William Ruto? Na hao wamekuja kutafuta maendeleo. Yeye akija anatafuta mambo ya familia yake. Yeye akija hakuna makosa. Hata juzi tumekuwa kwa ikulu usiku, Kalonzo amefika. Alikuwa pale, amekuja na giza. Mbona hawezi kuja mchana? Sasa niliona mkomeni wanapiga picha na hiyo mtu. Sasa amekuja. Mbona hawajafukuza Kalonzo kwa Azimio? Kama hawa MPs waliketi na rais wako na makosa, Kalonzo amekuja pale na amekula chakula, amefungwa kitambaa hapa ya white, amekula vizuri nini. Si huyo ndio ya kufukuzwa? Kama lazima watu wafukuzwe wakiketi na rais, bora huyu Kalonzo na alikuwa pale. Siku tulikuwa na marais ya Afrika alikuwa pale. Na nikaona nafurahia chakula, soup nini, anakaa mzuri, nafurahia. Iko makosa gani? Sasa hao wajumbe wamekuja kutafutia watu maendeleo. Finally nikimaliza. Bishop wetu umeongea vizuri. Hiyo kikale uliongea hapa nilisikia. Ukauliza huyu governor na deputy yake. Siku ya mazishi wako pamoja. Siku zingine wanazozana. Wacha mimi niseme namna hii. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mimi kazi yangu juu ya kutafutia ya kukinga rais asisumbuliwe na watu ya Azimio na kumsaidia kusukuma kazi. Pia ni kazi yangu ya kumtafutia heshima. Mimi sitakubali watu ya nyumbani waibishe rais wetu. Si anatoka hapa Kipteres? Si ni mtoto wenu? Sasa rais ameita mkutano pale, kongamano. Marais 25 wa Afrika wamemwambia Rais William Ruto, tuongoze Afrika. Tuongoze. Rais ameheshimika the whole of Africa. Ameheshimika duniani nzima. Saa hii anajitayarisha kuelekea New York. Ataenda kuongea kwa niaba ya Afrika katika United Nations General Assembly. Kutoka hapo ataenda COP28 huko Dubai kuongea kwa niaba ya Afrika. Rais ameheshimika Kenya, Afrika, duniani. Alafu kwake nyumbani Kericho watu nagombana. Hii mimi siwezi kubali. Siwezi. Ama nyinyi mmekubali? Mimi nauliza governor na deputy. Siku mlikuwa mnatafuta kazi, mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja. Saa hii mkifanyia wananchi kazi mnaulizana nini? Hii wananchi watafanyiwa kazi na nani? Iko maendeleo gani itakuja Kericho kama iko vita? Hakuna maendeleo itakuja Kericho. Na ndio siku hao ma MCA walikuwa nagombana nikawaketisha. Na mimi nataka kushukuru hawa MCAs. Hawa. Huyo speaker alikuja alikuwa mkali, nikamwambia wewe hapa ni kwangu. Bwana ongea na ukali hapa. Ukiongea na hiyo ukali nitaita MC na mwambie wakufukuze. Ma MC wakauliza wapi makaratasi tufukuze yaende. Tukaongea na speaker, MCs iko amani Kericho. I took my time kwa sababu nitakuwa nimeanguka kama rais atapata aibu nyumbani. Mimi nasema governor, deputy, nitaita nyinyi wawili. Na sitaita nyinyi Nairobi pale kwangu Nyeri. Chini ya mlima tukiangalia mlima. Mnataka niwaite Nairobi ama Nyeri? Nyeri. Tuongee, tusikizane. Mkubali vile mlitafuta kura pamoja, mfanye kazi pamoja, watu wa Kericho wafaidike. Mkishindwa, tuko na shida West Pokot, Turkana watu wanapigana, muende huko mkasaidie. Si iko namna hiyo?
Ama kama hamtaki, saa hii tunachukua watu KDF, muende kwa kiwanja, mkimbie, mchukuliwe KDF, muende Somalia mkapigana. Lakini na mimi nataka niseme, let me say this because it's important. Najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Rais na mimi hatuwezi kubali Kericho ikuwe na shida, tukose maendeleo. We cannot accept. Isipokuwa ni watu ya Kericho leo, mimi singekuwa deputy president. And we have a responsibility to work for the people of Kericho. And the people of Kericho cannot benefit from the Ruto government kukiwa governor na naibu wake wanapigana. So mimi nitawaita tuketi. Wakishindwa kuweka amani, mimi nitakuja hapa Kericho, nitamwambia watu ya Kericho wafukuse nyinyi wote wawili, mwende nyumbani. Na mimi nitafanya. Si unajua mimi siogopi, si mnanijua? Si mnanijua? Mimi nitakuja niambie watu ya Kericho, you made a mistake. Kufanya makosa si mbaya, makosa ni kurudi. Hiyo maneno yenu mtasama siku hiyo. Nitakuja hapa alafu niende kasi. Nikoroge na hii watu, ikifika jioni mambo yenu itakuwa imeharibika. So I'll call the two of you because siku mlichaguliwa, you are united. You are brothers. Saa hii mnapata mshahara, mnakula, mnaulizana nini? Why can't you unite to work for the people of Kericho? The way mlishikana na mkapendana mkitafuta kura. Kwa sababu siku hiyo mlikuwa mnahitaji. Saa hii watu ya Kericho wanahitaji huduma yenu. Na hatuwezi kubali tuaibike. Na mimi sitakubali rais aibike hapa nyumbani. Na ndio hata Meru siku kulikuwa na shida. Mount Kenya ni backyard ya William Ruto. Nikaambia watu ya Meru amwezi aibisha rais hapa Meru. Na tukatengeneza amani, ilikuwa governor wanasosana na MCs. Sasa nasikia tena governor wameanzana na deputy governor. Mimi naenda huko Sunday. Kwa sababu backyard ya president ni bonde la ufa na mlima. Hiyo ni pahali ya amani na kutulia. Ndio muweze kuvuna kwa hii serikali. Kwani mtavuna mkiwa na kelele? Watu ya Kericho tafadhali, let us not go that route. Nyinyi wacha nimwambie nyinyi, kama nyinyi hamtasaidika hii miaka 10 ya William Ruto, mtabaki nyuma miaka milele. Na hakuna vile mtasaidika kama mko na vita na mgogoro. Lazima muungane ndio muweze kuwinda. Mkisikia iko maneno barabara, mnashikana, mnakimbia kwa Mkomen, mnachukua barabara, mnarudi nyumbani. Mkisikia iko maji, mnakimbia, mnachukua. Mkisikia nimepata chakula kidogo, mnakimbia kwangu, mnachukua. Lakini kaza mnapigana, kuna mtu atamsikiza? Karibu hata rais aseme tu cancel hii kitu ya Kericho. Hii sherehe hii ya 20th. Mimi ndio nimpoesha. Alikuwa amesema kama watu ya Kericho wanapigana, tutafute pahali nyingine twende sherehe. Sisi hatuwezi enda pahali iko na vita. Mimi nikamwambia rais, tafadhali usikasirike. Hii tu ni watoto ya nyumbani, wacha nitaenda nitanyorosha hao. So sherehe itaendelea, but the matter is that serious. The president is not amused. He is very unhappy. I'm also unhappy that Kericho is having conflict. That should not be the case. Kama ni watu walikuwa ajuani, tungekuwa ni sawa. Lakini walitafuta kura pamoja. Si mliwapigia kura pamoja? So nitawaita Nyeri alafu tuongee hiyo maneno ndio tumalize. Kericho ikae mzuri ndio tuweze kupata maendeleo. Kwa hivyo mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Ningetaka kusema mheshimiwa pole once more and the family, we are with you. We'll pray for you. We'll hold your hand. We are available. Sasa nimesikia mimi nilisema mambo ni matatu: kahawa, majani chai na maziwa. Rais naye akasema mambo ni mambo ya wizi. Sasa huyu toto amepunguza imekuwa 2. Sasa unajua ikiwa 2 hakuna democracy. Unatakiwa ukuwe na choices. Sasa totosi utasema mambo ni moja. Sasa ikiwa moja hakuna demokrasia. Sasa nimeona wamepunguza. Sasa huyu women rep ya Nakuru amesema mzuri. Muongeze watoto. Mimi mwenyewe na si mjinga sana lakini si mwerevu, niko tu hapo katikati.
Mimi ni wale watu walidanganywa na wazungu ati tuzae watoto ngapi? Ati ndio tuweze kulea. Sasa wangu ni watoto wakubwa. Boma nimepewa pale iko nyumba karibu 10. Ukiwacha glass hapa, after 1 month ukirudi unaikuta hapo. Hiyo ni boma ya aina gani sasa? Tulidanganywa na wazungu ati watoto wawili. Sasa mimi tulikuwa watoto 9 kwetu. Wazazi wangu hawakuwa wamesoma na walitusomesha sisi sote. Mimi na nimesoma ati mimi napata wawili ati naogopa. Hii wazungu walitukosea. Sasa lakini tumechelewa. So nyinyi wale bado chelewa. Wacha tujaze hii dunia. Wacha tujaze hii dunia. Si Mungu ataangalia hii watoto? Watoto ni baraka. 6, 7, 8, 9 hapo. Hata 10. Lakini hata nikijipenda pia, mkikosa hii watoto, rais na mimi tutapigwa kura na nani? Si hata sisi tujipende kidogo. Wacha tujaze hii dunia. Si hata Biblia inasema tujaze. Hii maneno ya wazungu tuachane nayo. Wacha na hii mahindi yote mmelima nini, maziwa, si iko chakula ya kutosha. Watoto watapata chakula na watasoma na itakuwa sawa sawa. Kwa hayo mengi nimesema asanti. Thank you very much wale mmekuja kuobeleza na hii familia, and we want to thank the church and every one of us for coming. Asanteni sana, Mungu awabariki.